Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Ewa milele Mungu wa baraka ni nani? Ewa milele Mungu wa baraka ni nani? Ewa milele Mungu wa baraka ni nani? Sema afanya nini maisha yangu? Anafanya 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 nini maisha yangu? Ewa milele Mungu wa baraka ni nani? Sema ewa milele Mungu wa baraka ni nani? Sema Mungu wa baraka, yeah. Mungu wa baraka, yeah. Mungu wa baraka, yeah. Mungu wa baraka, yeah. Mungu wa neema, yeah. Mungu wa baraka, yeah. Mungu wa baraka, yeah. Anafanya nini maisha yangu? Anafanya nini maisha yangu? Hai, anafanya nini maisha yangu? Sasa anazungukia maisha yako ukiwa umesimama na una hiyo kweli kweli. Surely, hey, hey. Anafanya nini maisha yangu? Anafanya nini maisha yangu? Anafanya nini maisha yangu mimi? Anafanya nini maisha yangu? 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 Hai, weka mikono yako juu kwa hewa namna hii. Weka mikono yako kwa Yesu. Unajua bado sioni mikono. Weka mikono vizuri kwa Yesu. Hai, oh, 1, 2, 3, chora. Hai, wapi shangwe na vigelegele? Hai, anafanya nini maisha yangu? Anafanya nini maisha yangu? Anafanya nini maisha yangu? Oh, 1, 2, 3, kamata. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Come on, celebrate Jesus. And now, tukiwa tumesimama kwa miguu yetu, I want us to hebu tayarisha mikono yako vizuri. Tayarisha mikono vizuri. I want us to welcome the woman of God, Pastor Mary. Bwana Yesu asifiwe sana. And umkaribishe bila kinyongo, sawa? Haya, wewe tayarisha mikono vizuri. Pigia. Asifiwe sana. Salimiane tena hivi hewani. Bwana atukuzwe sana. Nashukuru kwa miongoni mwenyu. Sikujua nitanena kidogo, lakini Mungu amenipa nafasi. Nikaambiwa nitanena kidogo kwa kifupi. Bwana asifiwe. Na
sana na najua Mungu anawapenda. Tunaweza kuketi chini ya mafuta ya baba yangu wa kiroho Apostle Ndora Waruinge. Nataka kuchukua nafasi hii kuwashukuru na kuwaambia nimeokoka, Kristo ni Bwana, na huwa nampenda kwa sababu mahali alinitoa singetolewa na mwanadamu, na aliniokoa na akanitoa mahali alinitoa, na nimeona nguvu zake. Huwa naambia vijana katika wokovu hakuna hasara, because niliokoka nikiwa kijana at around 22 years, 23. So I love the young men and women because I know when you give your life to Christ at a young age, hakuna hasara. Najua zamani shetani alikuwa amehubiri akaambia watu ya kwamba wokovu ni ya mambo mazuri. Bwana asifiwe. Naenda tu kunena kwa kifupi vile nimeelekezwa kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Bwana asifiwe sana. Tunaendelea kushukuru Mungu kwa sababu ya wema wake na fadhili zake. Kabla nilitaka kunena tu kidogo katika kitabu cha Mathayo 5 kuanzia 13 about the salt of the earth and the light of the world. But I feel in my spirit that I should enlighten something. Unajua tuko nyakati za mwisho ambazo Mungu anarejesha kanisa. Bwana asifiwe sana. Tuko nyakati ambazo Mungu anarudisha kanisa, kwa sababu ukisoma kitabu cha Ephesians 4:11 the Bible says aliwacha kanisa katika msingi wa kimitume na kinabii. Bwana asifiwe. Chini ya kimitume, kinabii, tuko na mwinjilisti, tuko na mwalimu, na tuko na pastor, na tuko na mwalimu. That is what we call the fivefold ministry. So I don't know why I have felt nimesikia tu nimesichue kidogo, though nilikuwa nimeshika penye nataka kusema. Ni vizuri niwaelekeze kidogo what is the order of God. We are talking about the order of God. Na hiyo order sio mwanadamu aliweka, ni Mungu mwenyewe alifanya nini? Aliweka. Akasema kanisa, ili kanisa ikuwe effective na iweze kuwasilisha mambo yake vilivyo, lazima tuingie katika mpangilio wa nini? Mpangilio wake. Naye shetani akakuja akatoa ofisi hizo mbili. Akatoa ofisi ya kimitume na kinabii akaiweka kando. Tukawaachia ofisi ya mapastors. Na mapastors si wabaya na wanafanya kazi mzuri. Lakini shetani akaelewa ya kwamba ndio kanisa iweze kuwa effective na iweze kufanya kazi nzuri, lazima ikuwe na msingi wa kimitume na kinabii. Because when apostles are raised by God, they come to deal with the foundations. So if I'm to be a pastor, lazima nizalishwe kutoka kwa mafuta ya nini? Ya kimitume. Kama nitakuwa deaconess, kama nitakuwa mwanabiashara, at whatever capacity the Lord will raise me, for me to be effective, lazima nizalishwe kutoka kwa nini? Kwa kimitume. So wakati Mungu amewapa nafasi ya kuja katika hii madhabahu, count it pure joy. Bwana asifiwe sana. Count it pure privilege. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu mnafunzwa mafunzo ya kimitume na kinabii. Na hiyo mafunzo itawazalisha na itafanya misingi yenu iwe na foundation. Kwa sababu wakati apostolic ina deal na foundation yako, huwa naambia watu inakuja kukudeliver na inakuja kutoa kama carrot. Tunajua mahali penye carrot inatolewa hawezi izalisha kitu kingine. Utahatire maitika karati dikoro na maitika. Lakini viazi iko beans ziko na maitika, lakini carrot haina nini? Maitika. Kwa hivyo when you are under apostolic, hatutakuwa na maitika ya foundation ya baba zetu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wakati tunaelekezwa hapa, tunaambiwa lazima to deal na foundation zetu. We are being told that if we follow instruction, because apostolic and prophetic is full of instructions, so it is upon you to follow the instruction. Lakini sasa unapata sisi watu wa Mungu hatupendi kufollow instruction. Watu wa giza wanafuata instruction kamili. Wakienda kwa waganga wanafuata instruction. Wakiambiwa kila wiki unakuja kwa hii madhabahu, wanafanya nini? Huwa wanafanya vile. Lakini ikifika ni sisi watu wa Mungu kufuata instructions saa zingine inakuwa ngumu sana. Hata kuna wakati tunafika tunasema achana na watu wa Mungu wanapenda pesa sana. Na sijasikia wakisema warogi wanapenda pesa.
Lakini sisi tukielekezwa vile tutafanya, how to come out of it, tunakuwa na visababu mingi sana. Kwa hivyo nataka tu kuwapea motisha na kuambia kwamba saa zile mko chini ya mafuta haya, this is an apostolic, prophetic na kuhani. Hebrew 5, apostle ametufunza maneno ya nini? Ya kuhani. Saa zile tuko chini ya hii mafuta, tunataka tuzalishwe, tutoke nje, tukafanye nini? Tukafanye kazi. Kwa sababu madhabahu ya apostolic na prophetic haikuangi ati watu wanakuja kukaa wakae mahali pale, ni tukuje tukae chini, because they sat under the feet of the apostles and they were taught and they were released. Bwana asifiwe. So when we are here, we are being taught. We are being tunafunzwa, tunajazwa katika roho zetu. Na kitu yenye tu nitawaomba, tukuwe careful to follow the instruction. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu when we shall follow the instruction, tutaweza kutoka kwa misingi yenye tumekuwa nayo. Hakuna mtu mwenye ana msingi yake. O mundu he kure umite. Wewe uwe ni Mkikuyu, uwe ni Muluya, uwe ni Mjaluo, kila mtu ako na msingi yenye ametoka kwa mahali yake. Na ndiposa Mungu ametulete mahali hapa tuweze kukaa chini ya miguu ya aposto, ndio aweze kutufunza, and then we shall be sent. Bwana asifiwe sana. Na saa zile tutatumwa na sisi tutakuwa effective, kwa sababu we are undercover. Apostolic huwa inakupa cover, na ndio saa zile unatoka kuenda mahali penye unaenda, hautapigwa na mapepo, kwa sababu mapepo yanaelewa. Demons understand order, because shetani anafanya kazi na order, na Mungu anafanya kazi na nini? Na order. Kwa hivyo demons za zile zinajua mtu mwenye yako na apostolic cover, na zinajua mwenye hana. Kwa hivyo ukikaa mahali hapa, ufuate maagizo, ufanye maagizo vile unaelekezwa. Saa zile utatoka nje, whether it is in the business world, ama ni kwa masomo, ama ni kwa chochote ambacho utafanya, utafaulu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tukipata vijana wetu kama hawa ambao wameokoka, na tuanze kuwaelekeza vizuri, the church of tomorrow will be very effective. Bwana asifiwe. The nation of tomorrow will be very effective. Kwa hivyo ninawaomba na ninawasihi, kwa sababu we are a good combination. Tuko na wazee mahali hapa, tuko na wamama mahali hapa, tuko na watoto mahali hapa, tuko na kila aina, mpaka Sunday school tuko nayo hapa. Isn't that a beautiful combination? Kuna kanisa iko namna hiyo kweli? Sasa si unaona mahali hapa Mungu ametubariki sana, kwa sababu wazee hawa wakati watashika mambo, watanena baraka kwetu. Apostle naye atanena baraka, watoto nao watanenewa baraka, sisi wenyewe tutanenewa nini? Baraka. Kwa hivyo Mungu atatusaidia. Kwa hivyo nataka tu kuwaelekeza na kuambia kwamba katika madhabahu haya kuna kupoteza. Gotire hadhara. Mwana wa Ngai nduri hadhara. Die ndathoma ngĩigua atĩ mwana wa Ngai wĩ hadhara. Ona die ndathoma kiugo kĩa Ngai Biblia-inĩ ikiuga atĩ naguo ũndũ ũcio ũkĩrema Ngai. I have never heard, because we serve a God of impossibilities. So we have come here tuweze kulishwa, tuweze kupewa maji, tupewe chakula chema, ndio tukienda nje tutareflect hii madhabahu. Bwana asifiwe sana. And we shall bring many, kwa sababu yenye tunapewa hapa si chakula ya kawaida. Kwa hivyo nawe saa zile utaenda kuipeana nje, watu wataitamani na watataka kujua hii chakula imetoka mahali gani, na watataka kukula the same. So tumekuja hapa ili Mungu atusaidie, na Mungu atuelekeze, na Mungu atusaidie. Bwana asifiwe sana. Nataka kusoma tu neno kidogo, and then I'll sit down ndio tupe baba wetu wa kiroho nafasi pia. Bwana asifiwe. Matthew 5:13 inasema, you are the salt of the earth. Bwana asifiwe sana. But if the salt loses the saltiness, how can it be made salty again? Bwana asifiwe sana. It is no longer good for anything except to be thrown and trampled under the foot. Bwana asifiwe sana. Naomba ya kwamba vile neno linasema ya kwamba sisi ni chumvi, na cumbi hĩndĩ ciothe nĩ gũthakario thakaragia irio. Kwa hivyo sisi kama ni chumvi, tumeitwa katika ulimwengu huu tufanye ulimwengu ukue rahisi, na watu tamani, kwa sababu kila mahali unaenda unakuwa chumvi. Mahali popote unaingia unafanya nini? Unakuwa chumvi. Chumvi ambayo inaleta ladha, kwa sababu unasikia ikikosa ladha inafanya nini? Inakanyagiliwa. So tunasema katika jina la Yesu hamutakanyagiliwa,
Bwana asifiwe sana. Tukubaliane hakuna kukanyagiliwa. Sisi tunakuwa salt, tunakuwa chumvi mzuri. Chumvi ambayo tukiingia mahali popote tunaleta ladha. Bwana asifiwe sana. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Bwana asifiwe sana. Sisi ni mwangaza. Na sijawahi ona mahali mwangaza imeingia giza ikakaa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tuko supposed tukiingia mahali tunapeleka mwangaza. Katika jamii zetu tunakuwa mwangaza. Kila mtu ametoka kwa jamii. Na mnajua jamii saa zingine kunakuwa na changamoto. Ikiwa wewe ndio umeokoka, watu wanashindwa kama umeokoka vizuri. Kwa hivyo ndio tuweze kuwa tumeokoka vizuri, tukue mwangaza ambao unaangaza hata ukiwa mbali sana, watu wanaona ule ni mwangaza. Unafanya nini? Unaangaza. Bwana asifiwe sana. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. Bwana asifiwe sana. Ate mwangaza inawekwa mahali penye iko juu. Kila mtu anaona kuna mwangaza. Bwana asifiwe. Hatujaiona nini mwangaza imewashwa ama imewekwa chini. Kwa hivyo na wewe katika wokovu wako, wache ijulikane umefanya nini? Umeokoka. Unajua watu huwa wanachagua mahali penye watasema wameokoka. People choose where to say I'm born again or not. And we are not supposed to be like that. Mahali popote umeingia, ndukanashonoke kuga wi muhonoku. Todo adu dikushi adu ne mashaguraga haria mekuga ati kulingana na congregation, kulingana na watu. Hapa nitasema nimeokoka, na nikienda mahali pengine nasema na nyamazilia. Na Yesu akasema ukinisikilia aibu huko hata mimi nitakusikilia aibu. Bwana asifiwe sana. So wherever you are, let it be known by everybody that you are born again. Kana nimekwenda kama tiweka atia makana mati kwenda todo andu matishonakagira maundu maria mekaga mathi. Ithu turashonokera Ngai niki? Ona twathi hari andu aria mari aingi na matihonokete. Let them know you are born again. Let the light shine so much. Kwa sababu mwangaza ikiingia sana, si giza inaondoka. Kwa hivyo tukiwa katikati ya watu ambao hawajaokoka na mwangaza wako uko sawa sawa, itawamulikia na watatamani huyo Mungu. Bwana asifiwe sana. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Bwana asifiwe sana. Sio ni self-explanatory. Ati tuetikire Ngai atuteithie na njira nene. Hata ukiingia mahali hauhitaji kusema you are born again. Watu kukuangalia tu hivyo watakuwa wanajua umefanya nini? Umeokoka. So can you imagine this kind of a combination? Urudi ukumbuke huko kwa madhabahu gani yenye inakusaidia kukulisha. Bwana asifiwe sana. So we want a force, a driving force. Because Mungu haendi na namba. Vile tulivyo hivi tunaweza badilisha taifa la Kenya. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tukikubaliana, tuseme ya kwamba ile tutafunzwa, hatutaisikia tu, mbali tutaifanyisha kazi katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Because the Bible says that we should not only be listeners of the word, but be the doers of the word. Tusio watu wakuja hapa tunakaa tu chini tunasikiliza neno, lakini hatuifanyishi kazi katika maisha yetu ya kila siku. So unajua kila siku ile yenye unafanyisha kila siku ndio inaonyeshana umesimama wapi na Mungu. Sijui unajua hata attitude yako inaweza sema wewe ni nani. Kunena kwako inasema wewe ni nani. Your response to people inasema wewe ni nani. Kujibu tu inasema wewe ni nani. Kwa sababu haiwezekani kuwa sisi tumeokoka na tunajibu vile tunataka. Bwana asifiwe. So those nitty-gritty things yenye watu wanaona kama ni ujinga na ni upuzi, hiyo ndio inasema wewe ni nani katika Kristo. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo naomba ya kwamba siku hii ya leo tukiendelea kukaa chini mahali hapa, Roho wa Mungu atainuka ndani yetu, because the Bible says that when the enemy comes in like a flood, he's going to raise a standard for us in the name of Jesus. So I'm praying today, Mungu atawainulia a standard in you yenye itaweza kuwafanya muweze kuovercome every situation in your life. Bwana asifiwe sana. Hatusemi sisi tuko perfect, tuko katika hali ya kutengenezwa kila siku. Kila siku tunatengenezwa. Vile Apostle huwa anasema ameokoka 12% sasa. Hata sisi tutasema namna hiyo, ndio tuachie Mungu ile percentage kubwa aweze kutusaidia. Kwa sababu tukiokoka ile percentage kubwa tutasaidika namna gani? Kwa hivyo na sisi pia tutasema tuko chini kidogo, ndio Roho wa Mungu aweze kutuinulia a standard in us
kazi na tuweze kuishi vile Mungu anafanya nini? Anataka tuishi. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba Mungu atatupea upendo, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba when the world will see that we love one another, and that is the full commandment of God. Wakati wataona tunapendana, watajua ya kwamba tuko na Yesu ndani yetu. Bwana asifiwe sana. Naomba Mungu ataendelea kutusaidia, tuendelee kuombeana moja na mwingine, hata saa zile hatuko katika hii madhabahu. Let's pray for one another. Let's help one another. Kwa sababu saa zile tunasaidiana ndio tunajulikana kumbe tuko na Kristo ndani yetu. Kwa sababu kama nitasikia mmoja wetu wako roda ako na shida nikose kumsaidia, sitakuwa nimeokoka, na hatuko kwa madhabahu moja. Lakini tumeletwa kwa hii madhabahu tukue msaada moja kwa mwingine, tuinuane na tulete watu wengi wakaweze kumjua Kristo. Bwana asifiwe sana. Mungu awabariki, Mungu aonekanie, na zaidi Roho wa Mungu mkubali Roho wa Mungu afanye kazi ndani yenu, na muachilie yeye akuje ndani yenu. Mwimbaji akasema nipungue na yeye afanye nini? Ainuke ndani yetu. Kwa hivyo I pray that today that you will allow the Spirit of God to rise in you, to rise in you. Where uthionyihite muno makiria, the Adamic nature in you to go down and down on a daily basis. Wakati TB Joshua alikuwa anasema more of you and less of myself. So this should be our prayer on a daily basis, that we need more of God in our lives and less of ourselves. Because when you allow God to increase in us, tutadhibitika ya kwamba sisi tunampenda nini? Kristo. Bwana wabariki na wapenda. Sijui nikienda Eldoret niwaambie namna gani. Asante, tunashukuru Mungu. Bwana wabariki. Asante mchungaji. Tusimame kwa miguu yetu. Shube shube shube. Tumurakanwa kerutana akera kerende nenywe shube wathi na shube ndiaga moshamo ni uteago. Simutodigedina bereka mwaka. Ule ndiye anajua. Atuimbe hiyo. Wakikuyu wako wapi? Wakikuyu in the house? Najua Wakikuyu wanajipenda. Wakisikia wimbo ya Kikuyu, mpaka sinaona mpaka shosho wamesimama. Lakini kama ingekuwa Kiswahili, ingekuta shosho anasema nasikia mahede manalete sida. Lakini ukisikia Kikuyu, ginya nemo kiraga. Ginya roho akaharuruka. Kwani roho anakuaga wa Kikuyu? Roho anaogeaka Kikuyu? Anajua Kikuyu? Haya. Na Wajaruo wakiingia watasugumuziwa na nini? Acha hiyo ukabila. Hiyo maneno yenu ya ukabila. Bwana asiwe sana. Nimeona mtu anaitwa Lady. Ako wapi? Pastor uka. Kwa gaidia. Kama gaidia. Usiweke hiyo shube wazi tuigwe. Na tuweke Kiluya kimoja na Kikalenjini kimoja ukuja. Kwa tigera neke. Wala ni agosho. Tulia. Bwana asifiwe. Nyita microphone wewe gogo. Nitago Lydia Kibe. Lydia Kibe. Nawapenda sana, nafurahia kukua hapa, ni mgeni lakini tutaingia. Na mimi ni mwimbaji lakini naimba Kikuyu. Naweza waimbia moja? Hebu imba. Kijaruo moja.
Endelea. Angalia hapa. Alafu mguu. Peleka mguu. Tena. Sikii vizuri. Weka mguu. Weka ugali yote. Weka poka. Haya. Tupandishe tena kwa kamba. Mapeka ya makamba. Pasa Pauline. Hallelujah. Amen. Sasa kaeni chini. Haya. Tumbu. Kanaenda kwa hivi.
Mpigieni makofi mazuri. Sasa leo ule we muhonoku dokwenda kuhonoka guko Ndi muhonoku. leo ule woka gucera kana ukwenda gukara guko Ngwenda guikara. guko Unanikaribisha. atumia guko na muhiana ge murenda ndimuhagie nini? Yes, karibu sana. Share ready. Share ready witore. Ndirabatara booster. Oka, thikare agehare riu. Hari. Gete giaku no nakira githutha. Hau bagi yaku ikarage hau. Mundu uri ugakuria ri ukamwira ukianjuria. Mundu wothe agigakuria ukamwira niwe irima. Baba, nakushukuru, nasema ni asante kwa upendo wako na hata baraka zako nyingi ambazo umetubariki nazo. Asante kwa mwongozo mzuri na baraka nzuri tangu asubuhi, ibada za kwanza na ya pili hii na ile tunayoenda ya tatu. Na kuomba kanishike mkono, kanitumie tu kama chombo nikaweze kuhubiri na kuzungumza yaliyo yako, na yoyote yale ambayo yanaweza tokana na kinywa changu ambao sio yako Baba, usiyakubalishe akatoka kwenye kinywa changu. Na kuomba msamaha wa dhambi zangu mimi mwenyewe na dhambi za watoto hawa ambao wamekuja hapa kwa sababu ya kutafuta uso wako. Ninakuomba Baba, nyumba hii ukaitakaze, ukaiinue, ukaifanikishe kwa malengo yako. Wote hawa ni wafunzi wako, ni watoto wako, wanahitaji mkono wako, wanahitaji baraka. Washike mkono, waelekeze katika maelekezo yaliyo sawa, wafanikishe kwenye malengo yao, na watakuja kusimama tu kusema hapa unastahili kuabudiwa. In Jesus mighty name we pray. Unaweza kuketi sasa. Ukienda kuketi unasalimia mtu, unamuuliza wewe, are you sure ulikuja kanisani? Muulize wewe, hakika kweli ulikuja kanisani? Na mbona unakaa mkora? Muulize, na mbona unakaa hivi unakaa? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nashukuru. Mrembo ulifika finally. Hii ni bogi yako. Sasa ni baba, wewe umeokoka? Na wewe? Uliokoka last week? Ama unataka kuokoka ingine inakuja? Na wewe? Hujaokoka bado. Na wewe? Uliokoka kanisa wapi? Wewe nakuonaga hapa. Unafanyanga nini? Hakuna. Unakaga, unalalaga wapi? Hapo street hapo nje. Hapa street? Una uhakika? Si ndio. Nyumbani ni wapi? Siaya. Una wazazi? Baba ndiye yako, mama yuko. Mama alienda wapi? Mama alishakufa. Alienda Sayuni. Na baba ako wapi? Ako tu Nairobi. Mbona ukaangi kwake? Alipotea? Sasa uko peke yako? Uko na brother? Mmoja. Ako wapi brother? Nairobi. Ata kumtani kama wewe? Yeye sijui hali yake, yeye pia alipotea. Alipotea? Sasa uko peke yako hapa, ujielewi, ujui kule unaenda, ujui kule unarudi. Ukitoka hapa unaenda kwa mtaa? Naendanga hapo CBD. Una kitu ulisomea, una kosi hivi? Hapana. Hakuna kitu. Ulienda shule? Nimefanya KCP lakini sijaenda secondary. KCP ulikuwa na point ngapi? Nilipata E. E? Yeah, E minus. E minus? Yeah. Kuna kuweka na E minus? E plus, not a minus. Mimi niliandikiwa hivyo. Uliambiwa hivyo? E minus. Ulisomea Kenya ama Uganda? Kenya. Kwa sababu E minus Kenya hakuna. Si ni E. Si E. E minus. Alafu hivi. Alafu imetolewa kitu. Sawa. Hiyo shule yao nataka kwenda kutembea. Hiyo iko na E. Alafu iko na minus. Wewe ni mwalimu? Yes. 844 hakuna hiyo. Hakuna kitu kama hiyo. Kama wewe ni wa 8, hiyo ni 8 ingine, lakini tutakusaidia tu, usijali.
Unaweza taka kufanya kosi nini kama gani? Uko na makarasi ya shule? Ulisomea shule gani? Barding Primary. Barding Primary iko wapi? Siaya County. Uko na namba yao ya simu? Hapana. Baba yako uko na namba yake ya simu? Hapana. Uko na namba ya nani? Kama mimi mwenyewe ndio sina simu, nitakuaje na namba? Kama mimi mwenyewe sina simu, nitakuaje na namba? Utakuwa na simu usijali. Na ukikuwa na simu utapata namba. Kana nete ya? Zetu. Yes, tutawasaidia. Wale ambao wewe uliokokea wapi? Hapa. Unafanyanga kazi gani? Kabla uokoke ulikuwa unafanya nini? Mimi na kaaga huko nikiuza doma. Kazi kakuja ikaguka. Msichana wangu akakuja akaniachia katoto kadogo. Akaenda akabeba simu yenye nilikuwa naye. Msichana yako? Ule umezaa? Wa kwanza. Yako na miaka gapi? Akaanza mtoto wako amezaa? Sasa wewe ni guka? Mimi ni guka, niko na katoto hapa kwa nyumba. Sasa mimi nasidaga nako hapo. Simu akabeba, ID akabeba. Yako? Sasa mimi nilisida tu nasidaga kwa nyumba yani. Na mtoto? Ukimunyonyesha nini? Mimi naonaga Mungu tu anakuja tu katoto naona kakikura tu. Kakikura naambia Mungu tu mimi sawa tu, mimi naweza kausa tu roho. Sawa. Na una bibi? Una mke? Nilimtumia? Eta wapi? Eta wa Justa Ajeli. Justa Ajeli. Mushireu. Wana no watumire njoke guku. Na runo ni athiaga shughuli ciake. Uno na riu ni nani kana ndingigatiga hau keiki. Todo watu go made. Noe guko hada ipa. Kana nega komeyagira. Wira muritu muno, atumia ni maruta wira muritu muno. Na ni no jurie mundu uri ongiringa mutumia ikofi uguo. Abe igwire tha nyingi muno. Tondu wira uri maruta ni muritu muno. No wonete wira wa atumia ni muritu. Sijasema makofi ipigwe. Wacheni kujipigia, wanaume wapigie. Ai. Gutire wira marutaga muritu. Okuohande ipa na guthambia mai. Ndie ne njitite maithori maingi muno. No rega guthi gucaria wira niki mutumia gathi gucaria wira. Riu nie ni ndarundirwo thi ni kaigetu gakuire thimu yakwa ina mbia. Gaikua raini na gibande. Gagithi nayo. Na riu nguri atiriri. Na to ni gakuire thimu ri. Ni gakuire moko maku. Riu na ndarundwo thi kwambiriria ku. No wakurutite thi hingo ya ngembere. Nigetha ugie na icio ri. Warutite ku? Ni Ngai no Ngai ucio uteharirie. Ngai ucio akuire. Uteharirie ri. Tau njuke ngore mundu ndui kundu. Akuire mbeca cigana? Thimu yakwa ena 28. 28? Nicio ciari wira waku wothe? Na ile ciari muhuko nacio agikua. Arutire ku kawari Riu athire nacio agicoka akioya thimu ya mutumia agithi nayo. Riu nuona twatigo uteharirie ona ndena meci ati mwana ucio ni ekuhuta. Riu nie nginya yani ngarigo riu nikina kukwambiria kana nako. Ni ari thimu? Ahorire agikira voicemail. Ekeria voicemail? Aiya, ni ari boyfriend? Ithe wa mwana ucio ku? Bu. Nuri namba yake? Ana ndidamuona ni na maitho makwa ana ndimui. No ni wewe bu. Na wewe? Wewe? Mimi ni driver. Yeah. Una drive wapi? Niko nafanya Kayole Junction. Okay. Yeah. Kwa hivyo uko kazi. Na wewe? Yeah, niko kazi. Mimi kwa sasa siko kazi.
kazi yenye nilikuwa nafanya before singeweza kurudi kwa sababu ya situation yenye ilinipata last year December. Situation gani? My ex alini stab several times. Your ex? Yeah, so nilikuwa Mama Lucy for 1.5 months. So I'm still recovering. You're still recovering? Yeah. Uko na watoto? Yeah, 2 girls. Na wewe? Bwana asifiwe. Mimi nafanya kazi ya community. Community. Na huyo? Nimemaliza high school last year but now I'm a mechanic. Nangoja kujoin university this month. Okay, mpigieni makofi huyo. Sasa na wewe umetuambia yako? Tuambie. Mimi ni operator wa cranes za construction. Yeah. Umeajiriwa wapi? Nafanya kazi siuko mahali pamoja. Na wakati niko Parklets. Lakini uko sawa, uko kazi. Kwa saa hii imekuwa gumu. Imekuwa gumu. Haya, tutaonana na nyinyi nione nitawasaidia namna gani. Hata huyo wa mtoto. Mudurume daliraga. Bigereria. Iti ruciaro rwaku. Yaciara mwaki yogithagia ki? Yeni, ndokiongithia riu. Onani ndararire mwana wa wa thiko ki? Mieri 9. Ngiriwe na miaka 16. Ni kanyunyuru. Ni karunyuru. Ni karunyuru. Ai, karunyuru. Adiro yegeta gogo karunyuru. Bwana asifiwe sana. Haya, tuingie kwenye mafundisho ya leo. Tutaona venye tutakusaidia uingie kazi. Mimi nitakusupport usimame. Wewe ununue doma, nitakutafutia this week. Nitakutafutia 10,000. Wewe uanzishe kazi. Na usikuje kudai, utaitiwa. Utaitiwa. Maana tuko na laini kubwa ya kusaidia watu. Sasa mpaka nimeona alafu watu wanakuja ni shosho, ni kukaa na unaona kweli anahitaji. Sasa laini ni kubwa. Tuko na watu 2,500 wanahitaji msaada. 2,500. Bwana Yesu asifiwe sana. So we need tuombe sana tupate mtaji mkubwa ndio tuweze kusaidia watu kama hawa warudi kazi. Hiyo ndio ministry yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio ministry yetu. Na sasa kama sisi mlikubali kutembea na mimi, mkubali tu kurudi kwa mifuko. Hiyo ndio kuita mtu baba. Sio kuja kuniita baba kwa ofisi ati mbamba. Nimekuja Ndandi, nimekuja. Hapana, Ndandi ni vitendo. I'm overwhelmed. Yani nimespend 1 week and a half alone, nimespend 900,000 ya kusaidia tu watu. Sio ni ngumu hiyo. 1 week zinaenda. Inadona kadere yori shirige toko. Joki anegiragirite. Ndajia kwa shiragira kwa nafudoki. Kuja takulipua ya kichwa. Lydia, karibu sana. Hapa ndivyo tunakuaga. Hii ministry ni gumu. Ni ya masafara. Sasa ukiona masafara wote wananiangalia wanauliza ulielekea kuhujia utawaona kwa ofisi pale wakigojea fare. Sawa. Tusome kitabu cha Nehemia 6 mstari wa 1. Tunasoma kitu nini ya topic ya leo tunasema ni gani? When they did what? Amuko mnajua? When they had what? The wall is built. Yani wakati walisikia ukuta imejengwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati walifanya nini? Walisikia ukuta imejengwa. Hawa ni kina nani? Ni akina Sanbalato na nani? The day they had, the wall is now being completed. That is when they came back.
Kuna watu wanakujanga kwa maisha yako. Sijui kama unaweza kumwambia kukutana na mtu walikudismiss, wakakudismiss, alafu waliposikia sasa umeanza kusimama. Ndio unasikia sasa, niko na mwana wako. Kuna kisichana kingine kilinipigia simu juzi tu. Kiliniambia ati tulikuwa sijui 2007. Tulikuwa kwa urafiki na yeye. Na akapata mtoto. Sasa na Dikiara galili. Ati alipata mtoto. Sasa nataka kuleta mtoto. Kama wewe hebu tuma picha tu nione. Mwambie afanye mikono yake hivi na afanye hivi. Alafu na upige uso, hapa uso. Nitajua kama mtoto ni wangu. Sasa alipopiga nikaona katika yako. Nikamwambia hapana. Nitaalilika naye namwambia ninakumbuka tulikuwa na wewe. Hiyo sikatai. Lakini hii si ya yangu. Hii hapana. Oni moja. Hakuna kitu hata moja. Niliangalia nikamwambia weka video sasa. Mwambie ageuke. Mwambie afanye hivi hapa na afanye hivi hapa. Nikaona there is no single. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu nikamwambia bwana tafuta mwingine. Tafuta tulikuwa kwa mstari, tulikuwa wengi. Sasa unataka hapana usiingie kwangu. Mimi wangu wote ninawajua na wako na mark. Hakuna mtoto wangu hana mark yangu. Hakuna. Na mimi sikuwaeka wanakujaga wakiwa na nini? Na hiyo mark. Nikikuja nichugulie hivi nitachugulia na kuambia hebu geuza kidogo na geuza, hebu geuza tena. Na kuambia acha. Ona DNA di kwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaitango masani balato. Kuna watu wanaongoja mpaka wakati utabarikiwa ndio watakuja. Wakati umeondoka kwenye mavumbi, mateso, magumu, nikuona kake mudonekea umelia. Mase wito. Mase adirikana. Na wakati huo alikwambia kasitaki takataka. Weja gili mumarayo hoyo. Maana kulikuwa na shida wakati ule. Lakini sasa wakati umeanza kuvaa vizuri, umekaa smart, niguruma kona kemudo giroka. By the way unajua na kumisingi lakini na shidagwa nithimo yorire. Na mukimenya na gosharagia na maguru ta ng'ombe. Uguo alikuwa anatembea na mguu kama ng'ombe akikufuata akikutafuta. Lakini wakati alina shida imekushida, yani kila saa nitumie pesa ya nywele, nitumie kiredo, nitumie fare, nitumie nini. Wanaingia kwa mashimo. Baka wakati baraka zimeanza kuingia. That is when you see, ndio nakutanaga na watu wale wanakupenda. Lovely one. Watu makwende, adu makuhoyagira. Ni dirite guhoyagira. Ona maguru makwaige kuhirukiria hahari, ni machonokire. Ni uri aguhoyagira na kuobiaka baka mdomo. Sinona na mdomo imeenda kobo kidogo. Ni maombi. Unamwambia chukua maombi yako, enda uuze, utengeneze hiyo pesa unataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Those are the people that come into your life. Na wakiingia kwa maisha yako hawakujagi kwa sababu ya upendo, hawakujagi kwa sababu mtengeneze life, anakujaga kubeba hiyo umetengeneza. Ndio aende tena akuje baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ambao walikuwa wamesema mtu anaitwa Sanbalato. Nehemia 6 mstari wa kwanza hapo. Then Sanbalato, Tobiah, Geshemi na Arab and the other enemies heard I had built the wall. Wakati walisikia, they heard the enemies, maadui wako ambao walipanga kukumaliza, walisema hakuna mahali unaenda. Wakati tumekuwa kwenye struggle ya ministry, tumestruggle. Kuna watu hawakuwa wanataka kutuona, lakini sasa wameanza kuona tunaenda mkutano huko hije inajaa. Wow. Tule tusimu nimepata. Niye dukata guhoyagira. Niye dikomaga ona muthenya umwe ngikuhoyera. Namwambia sio mimi usiniombe, ombea kazi ya Mungu iendelee. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo maombi ananiombea mpaka sasa. Unaona mpaka kanisa imesimama. Kumbe wanakuaga na macho hapa kuangalia. Wanachukulia kanisa ikienda wanachukuliaga. Maadui wako hawawachanagi na wewe. Usifikirie walihama, walienda hapo next, wakaweka darubini, wanakuchukuliaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Mathire neighbor maikara kwa neighbor mashuguragie moneka ne kuranuga na magekira munioro muraihu wa kunugagira
wasikie kama kituguu inanuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Because there is a day, kuna wakati watakuja baada ya kuona umeanza kusimama, baada ya kuona umeanza kutembea. Hawa watakuja, maana lazima watakuja kushuhudia jinsi Mungu alivyo mkuu kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Usijali na mwanzo ambao uko nao. Usijali na kutokuwa nazo. Usijali na mateso ambayo unayapitia. Usijali na kuachwa. Watakuacha, maana wanaokuacha hawakuwa watu wako. They were not part of your destiny. They were not part of the God's plan in you. That is why they walikuwa nafikiria, walikuwa wamekuja, maana walisikia mururumo, wakakibiria mururumo. Hiyo mururumo yakasikia imekuja, wakati walikuja wakapata ni kugumu, wakaondoka kwanza. You are people, the people that are called for your ministry, they will never run away. Watoto wako hawezi kutoroka. Lakini wale ambao walikuja ni majagiri fulani, majagiri dosi. Wakikuja tu watakuja, watahama, watakuacha kama umesimama. Those ndio tunaitanga masani barato na nani na Waarabu. Watu wabaya, they are only within your life because of what they want to take away from you. Memu tolereine wako kwa maisha yako tu, kwa sababu ya kufyonza damu yako, kufyonza. Hayo wanakuitaka dukata, dukata emuradime, dukata mutumishi, man of God, emoji. Weta kwa maletwa emoji. Mpaka siku moja nilikuwa nauliza emoji ni nini? Nilikuja kujua ndio inaitwa man of God. Mimi nilikuwa nafikiria emoji ni ile tunasema tunaandika emojo. Hata siku moja mpaka nikauliza mbona unaniandikia emojo? Kama akaniambia hapana, si emojo. Ni nini? Ni ati man of God. Hapo kaongezea ingine man of valor. Akaniambia wewe ni mthamaki wa Thayo. Nikaongezewa maneno. Lakini kama miezi 2 iliyopita alikuwa amesema mimi hata sijaokoka. Alikuja kanisani kanishughulia. Akaona nilifaa kwanza, singefaa kufungua kanisa, nilifaa kwanza kukaa kwa dugata ambayo inaelewa neno, nielewe, nitengenezwe kabla. Yaani nilitoka kabla sijaiva. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ameanza kushughulia hali, ameacha kuangalia, anasema hey dugata, hii ndo damenyaga. Mimi nilijua tu ni watu wabaya walikusaraudi. Kama sio wa mama hao, na yeye ni mumama, kama sio wa mama hao walikuwa wamekusaraudi, ungekuwa umeenda bali. Mimi niliona wakati uliokoka tu bwana, nilikuwa nikiangalia kwa television, nikaona wakati uliokoka, nikajua huyo mudo hata hahitaji kuingia kanisa, hata hahitaji kukaa chini, anahitaji kuendelea na injili, maana ameitwa kwa wakati huu. Alipokuja hapa alisema bado sijaiva. Dirugekete wega. Ninahitaji kurudi kwanza nipiko. Kwanza wakati nilisema niko 9%, ati nimeokoka 9%. Hiyo ndio alipelekea watu angalia, sikiliza. Anasema ako 9%. Sasa nani atasikiliza mtu kama huyu? Si huyu ni mkora tu. Si huyu amekuja kutunyang'anya. Huyu ni mogeke tu. Bado hajatoka kwa mogeke, huyu ni mogeke. Kuna watu wako katika maisha yako, they have no good. Hakuna kitu hata moja wamekupangia kizuri. Hakuna kitu hata moja wanajua chako ni kizuri. Lakini mkikutana, emojo. My man of God. Si emojo. Man emoji. Emoji. Ndio hiyo inakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, tuendelee tusome baba mami. We repaired that Sanballat, Tobias, Geshemi and Arab and other enemies had that I had built the wall. We repaired all the holes in the wall, but we had not yet put the doors in the gate. Check now the timing. Hallelujah, the timing. Wakati ulikuwa ukijenga, hawakulete mawe, hawakulete simiti, hawakulete mabati, waligojea wakati unaweka milango ndio waseme sisi ndio tutakusaidia kuweka milango. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati nilikuwa najenga kanisa ya Thika, nikajenga peke yangu. Wakati wa kuweka milango, mama mmoja akasema nini ndio kila mlango, na pesa ikatoka. Na tulikuwa tumemuomba kama siku 3 hapo beleni, tulikuwa tumekosa bagi 2 ya simiti. Akasema hawezi kupata. Lakini wakati wa kuweka mlango, ndio huyo aliweka, alitoa shilingi 14,000. Nikamuuliza kaisi sio mako. Kumbe mlango ni nini? Mlango ni gate. Alitaka kuweka gate yake, ndio amiliki mahali hapo, ndio aitwe mama hapo, aitwe mama kanisa. Nikapigwa kemojo, nikaitwa man of God. Lulu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mlango iliwekwa na siku moja.
Kumbe ilijengewa bali wakangojea siku ya kustrike. These people they have a timing. At time they are dangerous. Akina manaitwa nani? Masabarato na Matobias na Mageshemi na Maarabu, they only come at the critical point of accessing your gates. Bwana Yesu asifiwe sana. It is a critical time when now your breakthrough is about, when the breakthrough is tomorrow. Maana mashimu yote ya ukuta imefunikwa, kila kitu kimefugwa. Sasa inahitaji tu kuweka gate. Najua ukiweka gate sasa authority ni yako. Sasa mtu yote akikuja aeke gate, authority ni ya nani? Ni yake. Hawa ni Masabarato, Masanibarato na Matobaya na Magesheni wanakuja, but we had not yet put the doors and the gates. That is the time they came. Hallelujah. Wakati huo ndio wanakujaga. Na wakikuja wanakuja kuweka gate na waweke mlango. Na wakiweka gate na waweke mlango, hata wewe utakuwa mgeni kwako. Uko roho mgeni. Moka kalilora dimonegeza muhata kutarabesha. Na hata kukwela mahota ku invest on wahe ka pension, umepatiwa ka pension na masia ka pension kako kanakuja milioni 10, milioni 15, ama umefanya ka biashara kama strike. Wakati sasa kama strike ndio wanakujaga. Na wanakujaga sasa kukupagia hiyo pesa. Wamesikia umepata karoni. Si ulienda wakasema ni ndirahetokiryo. Roni rwakwa ni rurahetokiryo. Sasa hiyo Masanibaratu ndio watakuja kupanga hiyo pesa venye na mawaidha na maombi ya hiyo pesa. Ula basha mara ya ginyanathia miginyoko na aradhi tena mfaraha huko mnaona atembea hivi, maana Holy Spirit anafanya kazi. Ora mashinda katarababokaya yaka keke riantororo. Hiyo ni maombi na ni kwako kwa nyumba, na kuna kuku na kuna ng'ombe na maubo siku zinahitaji peace, lakini ile maombi inatandikwa kwako umbako na inatandikwa mpaka saa 6 usiku, haendagi haraka, maana lazima atengeneze barabara ndio gate itengenezeke. Na akiweka gate yako, aweke gate kwa nyumba yako, aweke gate kwa maisha yako, aweke gate kwa biashara yako, aweke gate kwa tupesa twako. Kutoka hapo yeye ndiye atakontrol maisha yako. They are very cunning. Matobias, when they heard I have built the wall, when they heard nimejenga nyumba imefika, when they heard nilianzisha biashara, when they heard huduma imesimama, when they heard biashara yako iko sawa, ndio wanakuja. Hawakuji kwa mazuri, wanakuja kufyonza, kukunywa kadamu kale umepatikana nako. Verse 2. They are not good people. Don't entertain them. Mudutari hogiedha. Kama hakuwa ukitafuta, usimulete ati akuwa advisor wako, akuwa advisie pesa aje sasa. Orelia washamania na kemodrome dogeto twale out. There was the potential. Umepata mwanaume potential ya kukoa. Sasa nigona igwa rodage kwa dogeto twale out dole da kuthi kuhera namba nako. Anaenda kuchukua namba. Bwana, so Sanbalata and Geshemi sent me a message. Wakatumana. Sikiliza sasa, hawa kumbuka ni wale walimwambia, hakuna kazi unaweza kufanya hapa, hakuna ukuta unaweza kujengeka hapa, hakuna kitu kinaweza kufanyika hapa. Ndio hawa sasa. So Sanbalati na Geshemi sent me this message. Come Nehemiah, let us meet together. Wow. Wada kutumia kaka message yoka toshamanie hada sada na tonywe shai. Toshamanie hada togenywa kashai hada Jafar. Tukae chini tupige tuongee vizuri, tuongee maneno. Niko na idea. Ile pesa ilikia niko na idea. Kuja niko na idea. Kuna mchaina niko na hivi na wa China. Hivi wa China wanakuja Kenya kunitafuta mimi. Na huyo ndio mtu alikwambia hawezi kufaulu kwenye biashara. Hadi wakati amesikia umegoga pale ndipo ndio hawa nasema, come let's meet together, we can meet in the town, pale town center, pale archive, we can meet in the town of Kifrim, on the plain of Ono. But they were planning to hurt him. These people that will call you when your success has started, wakati baraka zako zimeanza, wakati matunda zimeanza, run away from them. Afadhali uende ukutane na kifo kuliko kutane na hawa watu. Maana hawa watu wanakuja wakati
baraka zako. Ndio unasikia tusimu twa makasen, ndio unasikia tusimu twa mainiro, ndio unasikia tusimu twa watu. Kama sasa wewe ulikuwa mama, bwana yako akakufa, ukawacha ukiwa mjane, wakakufukuza wakakwambia kile kilikuwa kimekuweka hapa kwetu kimeondoka, na wewe ondoka, walikufukuza. Wacha wakati Mungu atakuja kwako, wacha wakati Mungu atashuka, wacha wakati baraka za Mungu zitaanza, wacha wakati Mungu atanena, baraka zako, milango yako itafunguka. Ndio nasikia father in law otoire atia ne stoko ageta muno ndo agetokireire muno otoire atia katwana utakiugire tuke ne ndenda guturathima ndina kaburi ndenda mari na wali kufukuza wakakwambia bwana amekufa, kwa hivyo ataondoka. Ndio nasikia tusimu tu brother in law, sister in law, tukuhoyagira nie na ria ndaiguire ni warugama ndauga prayer answered. Nika ukatonywa gashai niko plani sasa kukupulanda kuvuja hiyo umepata, kuharibu hiyo umepata, maana mwanzo wao, mpango wao ulikuwa usifaulu kamwe. They never believed in your success. Hawakupanga hata siku moja utaenda kubarikiwa. Walikufukuza ndio usigawe kashamba, wakagawa. Na shamba iligawa na ulikuwa na vijana vipi, kwaja. Hii ulikuwa na vijana kama 5. Na hiyo shamba mzee alikuwa amesema, alikuwa amegawiwa, akapatiwa zako ya 5 eka. Mkila nyumba kila brother alipatiwa eka 5. Lakini wao kaambia goku akamatika yaga, wanawake hawachukuagi shamba, ondoka. Na huko na vipi 5. Sasa na shidogo tola kusianaishi. Madhani ya kosho. Wakati ngoja paka wakati utabarikiwa. Wakati maisha yako sasa itaenda. Wakati KWFT, Kenya Women imekuachilia karoni. Wakati Equity imeachilia karoni. Wakati umepata tu, yani kimiujiza gubato, ukakupata. Maana savings zile. Na hizo gubato ukipeleka KWFT ikakupatia loan ya 20 million. Ula basanda ya. Ndio nakuta kube anko anakuaga na mawaidha. Kube brother anakuaga mawaidha. Kube alikuwa financial expert ya kukuadvise how to use your money. They are dangerous people. When God comes into your life and things start operating, maisha inaenda kufanyika, ukavu unaondoka, ukame unaondoka. Leo ukame maigwe ne kwaje kudhudhua, makajua hii ndio season ya mahindi kukua, kumeanza kudhudhua, kumeanza kunyesha, kuna kamvua, meaning terere itamea. Sasa hiyo ndio unawakuta wanakuja na mawaidha venye kilimo kinakuanga. Ukihada bosho raudi enori. Ukihada bosho no shoki uhade terere uhade miji ni cia mieri 2 na tufosho tuguthi mieri 3. Unaona ni ukufuatithaniria mieri 2 ugithi mweri wa 3 ningi ukorwo nuragetha tumiji, alafu hade kabichi le na cio cigo kathutha wa mieri 3, alafu warikia hau ni mawaidha mazuri na unaona Mungu amekukumbuka. Tumeomba tumeomba mpaka kuna siku moja niliomba nikasikia matumbo imeruka imekuja pande hii kwa sababu ya wewe. Nikasikia nikigurumukiwa na huko ndani kitu kikasema unaenda na waajiri wanaenda kubarikiwa. Mpaka nikasema nikupigie simu, nikasema wacha nione baraka ikikuja ndio nikuje nikuambie. Wao ni watu wanaitwa Masani Barato, hawakujagi kabla hujajenga ukuta. Lazima umalize ukuta. Ukimaliza ukuta wao wanakujaga kuweka gate. Ndio katika hiyo gate wataweka watchman wao. Katika hiyo gate wataweka watu wao. Watu wao ukienda kuingia wanakuuliza unaenda wapi? Unadhieko. Najaribu kuwaeleza nyumba ni yangu na kuuliza kama nani. In the spirit wameweka madhabahu zao, wameweka mauchawi na mauganga, wameweka kila kitu. Tupesa twako, tubaraka twako tuote tunabebwa tunawekwa kwa gunia. Tunaenda. They will only come when they had you built a wall. Watakuja wakati gate. Watakuja wakati tung'ombe twa maziwa tumekuja. Watakuja wakati umepata kaloni, umepata kama 3 kako. Ndio nasikiaga wakituma watoto wao wakuja wakuwe makaka na madereva. Hiyo ni mahali mauga. Acha. Wali kwande kadwa na gokoja. Kotoi nimegokoia besha. Kwenda wande kiadwa mushi. Wale walikuinulia mapanga, wale walikufukuza the day
sisi. Wale walikufukuza siku ile ulikuwa na mazishi, wakati ulikuwa nalia wakakwambia hata kulala hautalala hapa, enda. Wao waliokufukuza ni wasio ndio maroka huko fagira ya matatu yako, kupagia matatu yako wenye haustahili kulete watu wa nje, watu wa nyumbani, because they want now to build their gates. Wanataka kujenga mlango yao ya kukunyonya, kukuhangaisha na kukumaliza, alafu baadaye asema tulisema mimi nisema mupatie miezi ngapi? Miezi gani? Etadatu. Hata hiyo ilikuwa mixi na miezi 5. Maana wanakimbia kwenda kama nzige, muende kama makupe, muende muhakikishe mmebomoa kila kitu, mumeharibu, because the gate belongs to them. The moment you entertain these people, they build their gate, they build their doors, then they have control over you. They are schemers. Wanajua kuskim, wanajua kupanga. They have outside tricks za kijanja. Bwana Yesu asifiwe sana. Watakuja na matriki ambao hata wewe kweli utaona they are experts, they are advisors. Next verse please. They are good advisors. They plan. Anakuchorea mpaka map, anakuchorea mpaka graphic, mpaka unaona guy hapa ni data for. So I send messages to them with this answer. I am doing an important work, so I cannot come down. Mjanja anaelewa katika ulimwengu na wela important, meaning do not, usikubali hiyo kazi unaoifanya, usikubali kuiwacha uende ukasikilize watu wengine. Endelea na kazi yako. Kwenye mapungufu ambayo uko nayo, endelea na kazi yako. Kwenye mashida ambayo unayapitia, endelea na kazi yako. Kwenye kufungiwa nyumba, endelea na kazi yako. Kwenye mateso unayopitia, endelea na kazi yako. Don't lose focus. Kaa straight away. Akamwambia sikuji, digoka. Sikuji. No. Ndioka. I am doing important work. Wirorera rutadha ici. Hauna shape. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile kazi ambayo unaifanya sasa haina shape. Kwa hivyo hakuna kitu kizuri kinaweza kuonekana ndani yake. But usiiwache. Hata wakikuita kuja tuende tukafanya kazi mahali fulani, hata never allow yourself to be diverted from the original plan. God knows you in the situation you are going through. Anajua unayoyapitia kwenye mahali huko sasa. Ne maramenya gainio edu na lia hwae. Gainio edu linaguida tu, hauna hata ya Sunday best. Guo ni moja ama mbili peke yake. Na hauna pasi unaiwekaga hapa kwa moto, inakuwa pilo na bado unakuwa pasi. Kana hiyo vitu zako vidogo. Don't exchange. Don't sell your soul. Usiuze your destiny kwa sababu ya kutaka kukimbia, kwa sababu ya kutaka kufanya mambo mazuri. They will trick you. Walikuwa wanataka kumtoa kwa mjego. Hallelujah. They will trick you. Wanataka kukutoa in the process of God, in the plan of God, in the systems of God. Don't worry with the situation that you are going through. Don't worry with the plans that are going through. It won't hurt you. Hiyo shida uko nao ni temporary. Bwana Yesu asifiwe sana. Guza mwenzako mwambie ni temporary, sio kitu permanent. Hiyo shida ambayo unaipitia si ya kukaa, ni ya muda mdogo tu. Kwa hivyo wachana na mambo yao mazuri, wachana na mipango yao mizuri. Kaa na mipango Mungu alikuanzishia. Kaa na mipango hiyo mibaya, maana soon ukuta utajengeka. Yes. Wachana. Ndukamake ati maugatileza ati imekaa sana. Nuhu alikaa 120 years. Yes, akajenga Sabina, lakini baka 120 years nothing was operational. Baka wakaenda wakaanza kungoa mbao. Walingoa mamunyire mbao. So don't usikipirie, usitoroke, usiende kwa sababu kuna mtu amekuja amekwambia wachana na hapa tuende pengine. Because many people katika makanisa ya siku hizi tumekosa kukaa kungojea baraka ya Mungu kwa sababu unataka miracle ya haraka. Umekuja kwa Warwigi ukaona miracle ni kama imekaa. Ukakaa ukaona imekaa. Na kwa sababu wewe ni mnunuzi wa miracle, ukatoroka ukaenda kwa Manyulo. Naye kwa Manyulo naye ukanunua miracle, bado ikakaa. Ukaenda kwa Ezekiel, bado ikakaa. Ukaenda mpaka kwa wale mliona wale mama walikuwa familia moja wakiwa uchi Mombasani. Walikuwa uchi familia mzima, mama, watoto, madota mpaka mtoto. Alafu mama
Ni uchawi. Hiyo si cult. Kuweta kukorogo. Hiyo si kanisa. Hiyo ndio kurogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo ni kurogo. Hiyo si cult. Maana hawakuwa yani ni watu wanajifungia kwa nyumba. Wanaangalia juu. Bwana anasema msiogope. Na ingetumia kenoi. Msiogope. Msimame tu hivyo. Bwana anasema msitiwe. Na kimundu kenoi. Brother yake na shena yake sio the noi. Si hao kama siogope. Hiyo ni kurogwa sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, ni mbaya. Family mzima imagine wewe mami wanyushia na shia kugire wote. Msiogope kwa sababu ndio natoa unabii. Msiogope mama alikuwa anatoa unabii. Msiogope. Wewe nikashangaa nikashindwa hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Wait. Don't be distracted by the plans of the devil. Sit down and wait. Alimwambia Musa, sit down and wait. See the deliverance I'm about to bring to you. Akamwambia Jehoshaphat, wait, ngoja, wacha mrukaruko. Kama Mungu alikutuma kweli venye mnakujaka kusema, Mungu alinisugumusia ati ninalala hivi, ninaota nikiona kwa waroige. Ninalala kidogo, ninaota. Nikienda kuomba, ninaona. Nikienda hivi, ninaona. Mungu akaniambia kaone kuendelea huko lazima. Alafu ukini miezi 3 ndio huyo unataka Mungu tena huyo Mungu. The same God amekwambia enda kwa manyuru. Huyo ni shetani. Mungu kama huyo akijaribu kuniletea nitakuchapa makofi na yeye. Nakwambia ndio muniletee hapa kwanza tuongee na yeye. Niweke hapa niseme tengeneza kashoro ogiokia ega yewe wako akenywe. Huyo confused uragotombire kwa ruingi after 3 months amekwambia sasa toka. Nile kwa manyiro ndio huko. Unaanza sasa kuona ndoto sia kwa manyiro. Huyo si Mungu, ni utapatapa wako. Umetapatapa and you don't have the foundation. Kuwa na foundation. Kama hali unasikia you are blessed, hapo unabarikiwa. We don't come here to seek material thing. We come here to seek God. Tunakujaga kutafuta Mungu. Hatukujaga kutafuta shamba ifunguke ama pesa ikuje. Pesa si maombi. Tinu amufudilia ati pesa inakujaga na maombi. Pesa inataka ni maombi. Hapana, kuna principle za pesa. Tuna principle ya vitu kukuja. Hello. Ati unakuja baba ninakuomba katika jina la Yesu ulia barono kansa. Mnajua sijalipa renti urana kata kiteka liakabubo hata watoto wamefukuzwa. Yaani nataka kuniambia Mungu atakaa amekosa kazi ya kwenda akakulipia school fees. Ati atende mujiza. Nidilete kiagai ni akohe pesa ya school fees. Ni wapi ulisikia kwa Mungu kumejengwa deraru? Kwa Mungu kuna deraru? Hakuna. Kuna principles za kutafuta pesa. Kuna mambo, kuna namna, kuna nitawafundisha. Saa nyingine mnikumbushe, niwafundishe jinsi ile principles za pesa. How do you get into money? You don't become a cultic ndio upate pesa. No, you don't give these things ndio utafute pesa. You need to understand the principles. Yes, maombi ni mzuri, lakini si maombi inaletaga pesa. Ni mikono. Mungu alisema nitabariki kazi ya nini? Sasa si uombee mikono. Guza mikono uiombee. Hii ndio itabarikiwa, si wewe. Hata si wewe, nitabariki kazi. Kwa hivyo lazima kukue na nini? Na kazi ambayo imefanywa na nani? Na mikono yako. That is where God will come in. The blessings. Deuteronomy chapter number 28. Hapo utasoma vizuri how these blessings they come. First of all, you have to be obedient to God. Next verse please. So I send messages to them with this as I am doing important work. Do not allow these mediocres wakuodoe. Ati sasa mtu anitumanie hapa, aniambie nataka kuja kwa ofisi yako kuna kitu ya maana tunataka kuongelea. Hata akue Harrison, siwezi enda. Yadi yako na shida akuja. I didn't have siku namtafuta. Ama nilikuwa namtafuta. Hata akue ni James, hata akue ni Karaoke, hata akue ni nani. Kama si mimi nilikuwa nakutafuta. I can't come to your office. Wewe uko na haja kuja unitafute. Siachi kazi yangu eti sasa nikae hapa huyu kijana akuje kwa sababu jamaa amekaa masekete huyu jamaa ameachua mpaka na mtoto mjukuu. Na imagine mjukuu. Nemba nyinyo kelera mwana wa mjukuu, yani mjukuu. Na kanahara. Najua tu mjukuu tunapenda kufanya vituko. Nikaharago. Tunapenda kufanya tu vituko. Tunakala
kidogo unaenda. Unajua kuna wakati nilikuwa nalea Sami wangu Joroge wangu kakiwa na 9 months. Sasa nilikuwa nachika Joroge namrusha. Nilikuwa bulevi, nilikuwa sema mangoto namrusha. Sasa siku moja nilimrusha, kanataka kanaambia nilikuwa nafanya hivi. Na ni ruharo. Toenda kudagia shanga. Nikaenda kakome. Yes. Kalikuwa kanalia sana na kaeka shanga kidogo kalale. Alafu nilikuwa namvuga na t-shirt yangu. Nafuga hapa, nafuga na kakapa hapa, nafuga na kuwa na lakini. Yes. Tulitoboa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ako 16. Anaenda kusoma ako Oxford University sasa. Yes. Yeah. Karai yao. Nimekula mafi. Unasema ati mafi ni tamu. Sasa utafanya nini na imeingia kwa mdomo? Utasema ni mbaya? Hapana, unapulita. Sasa biscuit. Imeingia. Ni lakini shaigia. Lazima iteremke kwa tumbo. Iliingia. Sasa nikifanya nini? Nishatonya. Yes. So I don't want to work to stop just so I can come down and meet with you. Siwachi kazi yangu. Usiwache kile kitu nafanya. Usiwache huduma ambayo Mungu amekuinua. Hesabu zile ziku umekaa kwenye huduma hiyo. Hata kama umeigilio, mumekosana na mchungaji, angalia ile kazi umefanya kwenye hiyo huduma. Ujiulize, ulikuwa unafanyia mchungaji ama ulikuwa unafanyia Mungu? Kama ni ya mchungaji enda. Lakini kama ni ya Mungu, mie ndio genyigata. Goko, huwezi kunifukuza, nitakaa hapa kidete na utakuwa ukiniona front line. I didn't come here for you. I came here because of God. Lakini ukiona nyang'au inatoka ati ni anaturakariria muno. Icio ciare ngware. Ngware mahuria-ine. Ukirakaria yote na wira tuamu. Ukaga ni undu wakwa guku. Si unakuja kutafuta Mungu. Unawezaje kuamuka hapo uchukue bagi uende? Ati ndanogia neko uwe. Kai twaike miaka yothe twaruta wira watu. Ni urakire ngoma. Wakire mone wira. Ndio hatometa uke unine. Umeshindwa na kazi. Sasa hedo jaribu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. You cannot run away from your calling. Kukuja kanisa, kwenda kanisa yoyote ni calling, maana ni Mungu alikudirect huko. Otherwise ukitoka ni shetani alikuita huko. Na sasa kwa sababu umeshindwa na ile kazi ulikuwa umetumwa, basi hauna budi, utaondoka. Utaenda. Todo wewe morogi na ni wale mokoroka. Todo mistake ni kujaribu kuroga waruiki. Waruiki si mtu anaweza kurogeka. Si mumejaribu. Ni mutigeretie. Charity mutirageriria amurare mu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulisa huyu mama alikuwa. Yeye ndo alikuwa maji kile thumu. Ilikuwa ni wakete. Yes. Waliweka nikakunywa. Sasa nikakunywa kama siwa, nikasema kama soda ya Coca-Cola. Unaona ile Papa Shirandula alikuwa anasemaje? Hivyo nilikuwa energized. You poison a person, anatoka akiwa energized. Baka wanakuja kukuuliza Apostle. Yani, are you sick? Nikamwambia hapana. I'm not. Are you sure you're not sick? Maana amengoja aone reaction. Ati matuba. Yaani nilikumaliza kukula hivi, ni kitu kikaniambia kunywa maziwa. Nikapika paketi gapi? Kutoka kwa fridge cold. Nikasikia nikatoka hapo, nikaenda niko na kabafu kajoa hapo, nikaenda nikasikia kutapika, nikatapika. Nikaona mavitu hapo, makarasi zinatoa maragi zingine hivi. Nikatapika tena, nikakunywa maziwa ingine, nikatapika. Nikakaa kwa kiti. Nikaona mjamaa ametumwa hapa, alikuwa hapa. Amekuja. Apostle, are you sick? Kama I'm not sick. I'm okay. Akaniambia, are you not sick? Are you sure you're not sick? Nikamwambia mimi niko sawa. Akaniuliza umekula chakula? Nikamwambia nimekula vizuri na iko kwa tumbo, niko sawa. Ololemo nikasikumbuka matapiko niliyotapika
Nikakimbia kuiangalia tena. Kwa sababu ile imebaki nikaenda nikaangalia. Nikaona hii ni sumu. Haya. Hii ni sumu. Kumbe utakanyaga inke na sige na manyoka, and they will not hurt you, because stay in the process of God. Stay where God has asked you to be, and you are not going to lose the battle, because walikuwa nataka kujenga geti yao, walikuwa nataka kujenga mipango zao, lakini nilikaa kidete nikawaambia siko mgonjwa, maana I was not sick. Watakuwekea sumu itabadilika Coca-Cola, watakuwekea sumu itabadilika ikuwe juice. Yes. Don't worry about them. Don't worry about what they say. No, don't care about them. They will not hurt you. Hakuna kitu watakufanya. Utasimama na utaendelea na kufanya kazi ya Mungu jinsi mapenzi ya Mungu yalivyo. I am doing important work. Mereo no korogoti dodoleka. Hata kama hakuna kitu nafanya, waambie niko busy. Lakini sasa nyinyi hamkuagi busy. Mkisikia mtu amekuita mahali bio, kagu unajia, because you are always idle. Abia your spirit ya idleness itoke kwako. Yes. Abia iongeleshe wewe spirit ya idleness otoka kwangu. Sitaondoka niende hivi hadi wakati kazi yangu imeisha. Hata kama sina kazi, siondoki niende. Nitakaa kwenye Mungu amenipatia assignment. God gave me an assignment here. Hata mkijaribu kufanya namna gani. Uliona nilivaa nguo tu ya jeshi one day. Murukumeni amesema hataki kuona watu wakivaa nguo za jeshi. Sasa nikamuuliza sasa siwende kwa maduka kwanza. Ama unasikia kuna KDF ilitolewa. Enda kwa maduka kwanza. Uende kuchukue zote upeleke kwako. Akaniambia vaa tuone. Nikamwambia tuacha Saturday hii. The next Saturday nitatembea nayo. Wacha niweke mpaka zile manini, medals na firigi hapa na kofia na niweke kirauni yangu. Yes, nitaweka kirauni yangu. Niwaambie nikamate. Uniambie kama hii ni ya inchi hii. Ile unasema tusivae ni ya inchi gani? Hebu angalia kirauni kama imeandikwa KDF, imeandikwa nini hapo? Basi wachana na mimi. I have another nation. Bwana Yesu asifiwe sana. Next verse please. Sanballat and Geshem sent the same message to me 4 times. Watakuja. They are persuasive. These people are very persuasive. Watajaribu kila njia, watajaribu kila mipango ndio wakuondoe kwenye plani ya Mungu. All what they interested is kukuondoa. Yes. Wanakuja wanakuambia sasa nasikia hiyo safari siendelei tena. Todo marenda guthaithwo. Hallelujah. Marenda kukuingilia box, wanataka tu kukuweka kwenye ka box kao vizuri. They are dangerous. And this only happened when they heard you have built the wall. Before that they could not have any interest. Hawana interest na wewe. Hawana plan yoyote na wewe. Hawana mpango wowote na wewe. Hawana nia yoyote na wewe. Hadi wakati utakapoanza kufanya jambo. Hadi wakati utaanza mtaratara mpya. Hadi wakati utaenda, wakati utaoa, wakati utapata bibi, ndio utaanza kusikia. Familia wanadiga haka. Familia onele kerumi. Familia onele, yani ndio unasikia vitu haukuwahi sikia katika maisha yako yote until that time when you are getting to your destiny, when you are getting where, wakati unaenda kuingia kwenye hatima yako, ndio Sanbarato wanatokelezeanga, na wakitokelezea wanakujanga na mipango ya kukuondoa from the plan. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawakumalizi, wanataka tu wakuondoe because they time your season. Bwana Yesu asifiwe sana. They time your season, and they know God operates in timings and seasons. And the timings of God does not operate in minutes. Hallelujah. Timing ya Mungu haioperate kwenye kijiti ya minute ama kijiti ya hour. The timing ya Mungu inafanyikanga in the microsecond. Sema microsecond. Micro. Ka second kamoja. God operates in seconds. Kukubariki ni second.
Si ati ni wana ati tulikana yeye lisali moja tukitafuta baraka. Hapana. Akisema failo yake iachiliwe, hapo hapo inakuja in microsecond na inajua. And that is what they want to remove you from. Hiyo ndio wanataka kukuondolea. Hiyo sekondi moja ndio walikuwa namuita toka kwenye kazi yako. Hela kuja, tukanywe kachai, tukirudi hale Java, kuja tuende Java tukakunywa kachai, kuja tuende hapa pale Serena tukakunywa kachai, kuja tuende yani kuja, toka tu, ondoka tu. Walitaka tu aondoke ndio sekondi ya baraka ipite. Usikubali. Nehemia alimwambia I am busy. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie your neighbor I am busy, don't disturb me. Mwambie wacha kuniangalia, sio mimi nabia. Ongea na huyo, mwambie I'm busy. Acha kuniangalia. I am busy. In whatever you are doing, no matter how small it is. No matter how invisible. Yani hata kama haina nini? Haionekani ni kama kitu ya maana. Usijali. Usijali. Nyumba ikijengwa inasakwa na kule chini. Muziki ukijengwa uambie itakuja kutoa nyumba kama hii. Iwe unasema hapana. Lakini wakati itasimama ndio utajua msingi ulikuwa wa maana. Katika ule msingi wako usiondoke. Katika huu msingi wa kufanya maneno usiondoke. Kalia kwenye msingi wako. Kalia kwenye plani ya Mungu. Kalia kwenye hapo Mungu alikwambia nenda ukae hapo. Kama hakika ni Mungu alikuita, nenda ukae hapo. Kama ni Mungu alikutuma Mombasa, nenda ukae hapo. Kama ni Mungu alikutuma DRC, nenda ukae hapo. Kama ni Mungu alikutuma Amerika, kaa hapo. Kama ni Mungu alikutuma Ufaransa, kaa hapo, usiondoke. Angojea wakati wa Mungu anakuja. Yes, anakuja. Ni aroka. Na ndio gosherero hachelewagi. Atakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema sana barata nikashem send them 4 times and I send them the same answer back to them each time. Yani hegeti, yani Biblia inataka kukufundisha kuwa na heshima yako. Wacha kuwa mtu wa kihuruto. Ya kuhurutokoa na kuhurutokoa. Mara huko hapa, mara huko pale, mara unaenda hivi. Baka unakutaka unaendaga magonyo. Si eti ni kuenda magonyo kwa maana umegonyoka. Ni kwa sababu hauna msimamo. Ndio unaona unahurutwa huko na upepo ya huko. Unahurutwa na upepo ya huko. Baka unaenda watu wanaonaga ni kama design. Lakini si design. Ndio wao kionero mtu hauna msimamo. Mara leo huko na hivi, kesho huko mahali pale. Leo unafanya hivi, kesho kuta huko mahali. Simama. Kuna hivyo tunaibaka tangaza msimamo. Ndio ueleweke vyema. Tangaza msimamo. Ndio ueleweke vyema. Wacha kushida hapa, mara umothe wewe huko, mara umothe wewe na mundu huyo, mara umothe dole nake, mara umothe wewe kona, wachana na hiyo. Stand firm. Kama ni kitu nataka taka, kama hautaki ondoka. Yes, kama ni wewe wasina kwa kukuja hapa, kaa hapa. Wacha kushida hao westudia kwa toke ukiaragia nako atika ukanida hali. Na wewe goma. Yes. Tumia kigea tuhuje nakio mwaka mzima tukahujia. Tunahubiri nakio, tunahubiri kinajua kuhubiri na kinajua kuongea. Lakini wakati wa kuchomoka hivi, wewe uende hapa chini, utasikia ripoti. Uanze na mahoji hapa, utasikia ripoti. Huko hata kuna nyoka. Huko kuna nini? Huko hata kuna watu wanakuaga huko wakiwa uchi. Wanaabudu uchi. Anakushabia, anakupiga. Miezi 6 ndio anakuja. Kanisa habari, kanisa Bwana asifiwe sana. Bwana amenibariki sana. Hata tangu wakati nimetoka hapa nimeenda kama miezi 6 imepita, Bwana akaniongelesha wakati nilikuwa nikihubiri, Bwana akaniongelesha, akaniambia nikuje nisalimie wadugu. Maana nilikumbuka jambo moja. Wakati baba yetu hapa unamuona hapa, huyu baba yetu amebarikiwa, semeni amen. Huyu baba yetu ni mtumishi wa Mungu mkubwa sana, semeni amen. Huyu wakati nilikuwa nikimuombea nikasikia Bwana ameniambia nenda umpelekee kachai aweze kubariki, akubariki, akufungua, semeni amen. Na 6 months down the line, ndiye alikuwa anasema wewe ni shetani. Ndiye alikuwa anasema wewe hakuna mahali unaenda. Ndiye alikuwa anasema wewe hakuna gotile kodoradi. Bwana Yesu asifiwe sana. Those are the Sanbalatos, they don't believe in you. Moka kumonita. Wanakuja kwa kazi yako kumonita. Wanakuja kwa doa yako kumonita. They are demonic and they bent to destroy you. The moment they get a chance ya kukuondoa. Sasa anakuja Bwana asifiwe sana.
Anaambia hata leo sasa tukimaliza mchungaji, ningependa tu dakika 2 yako tuende tugige kwa ofisi, maana kuna baraka nataka kuomba kutoka kwako, maana wewe ni baba ambao umenisaidia sana. Semeni amen kama hamjui. Kwa maana kanisa naona kama hamjui baba huyu ni baba aliyebarikiwa sana. Semeni amen. No giko kale mawashimani ni mokire mawashimani wote walikuja kwa mlango kuangalia mama huyu aliyewaambia huku atasema nini. Hata wamesikia ameshika microphone, wanakuja kwa mlango kusikiliza kama ameleta maombi ya kuondoa mchungaji kwa goma. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho ndicho cheta kwa Masani Barato. They don't believe in your growth. They don't believe that you are going to become. They don't believe they have a record. Wako na rekodi ya wewe umeisha. Wako na rekodi hakuna siku utafaulu. Wako na rekodi watoto wako hakuna mahali wanaenda. Wako na rekodi you are not going to make it in life. They have a record. But when they will see you are making it, watakuwa wa kwanza. Maana ndio mafauda. And these people, they come earlier, then they go, then they wait until the progress has started. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuombea siku hii ya leo ya kwamba usikutane na Sanibarato, na hata akikuja, maana atakuja, asikuondoe mahali Mungu amekuweka. Usiondoke mahali Mungu amekuweka. Dokeherere hali ya Ngai yawekerete. Usiondoke, maana Sanibarato anataka kukuondoa. Akuondoe dakika 1 peke yake, dakika moja tu. Anataka hiyo dakika 1. Uondoke tu. Na Masani Barato wanakuoka kanisani kama hii. Unaona kama hii. Masani Barato ni wengi. Ukienda mahali kanisa yote mahali iko, Masani Barato ndio wanakuja wakabia goko die donari. Uko dirono kirali miroko. Huku. We wale wege. We duli wa kanisa teno. We wale wege. Huku ni huyu ni gukunywa la kunywa. Huyu anakunyonya. We si wale ya kanisa. Tafuta livu. Kwanza huyu mtu amugike juzi hata hajaokoka. Nini unaweza kupata kwake? Hao ni Masani Barato. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wako hapa, tuko na wao. Wanaitaka kakona kana pale kana kingine pale wanakaa, wakidiscuss. Apostle. Huyu anani ahonokete. Daure ndio kwiro maundu. Ndugu thiko ndoka. Haka andu mathia kugura gacai na ha. Na magwira gacai muthi utikire othie. Na wathi ukarekodi. Ukarehe tukamaneka haha. Next verse please. Kai kumeseka. Then the 5th time Sanballat sent his helper to me with the same message, and he had a letter in his hand that was not sealed. It would mean a secret agenda. A letter that is not sealed, it has a secret agenda. That is why they didn't seal. Kwa hivyo iko na kamutego fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. It is not official. Hallelujah. Ni kitu ni mutego wa igero. Hello. Tuendelee kidogo. Tuendelee hapo ndio tumalize. Naona time imeenda sana. Siku na jemi imeenda sana hivyo. This is what the letter said. There is a rumor. Kwa hivyo hata rumor. Do not be worried. Fight those rumors when they come. Fight those rumors. Ati huyu ameweka mwiba, huyu mwingine yako na miba, huyu hajazaa, huyu atazaa, huyu hajafanya, huyu ni mwizi, huyu si mwizi. Those rumors will come in your life. In your businesses, those rumors will come. In your work, those rumors will come. Wao ambao mabwana wamekufa, rumors zitakuja. Wewe ndio uliua bwana. Wakiona umeanza kuendesha kagari, uliingia kwa Illuminati. Ndio maana umenunua kagari. Unaenda kama ya muru wa maito eno. Eno gari na adia kuhigorera gwa Yesu, remember me. Remember me. This car will not suck my blood. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, that is what they do to you. Sasa ukiendesha kagari gai kwa sakube mwanaume bwana yako alikuwa amekuachia ploti 2. Umepata hivi gubato, unajua mama mnajua kutafuta gubato. Gubato imepatikana, umeanza kubadilisha ploti. Kaploti kameanza kupada. Ni nota ugire. Sisi tulisema ataanikwa bayana. Sasa Mungu ameamua kumwanika. Hiyo ndio pesa. Alipatiwa pesa. Na umeenda Ron KWFT imekupatia milioni 10. Sasa unabatika nyumba ya makotoni. Yaani nyumba inapada ni kama nyumba ya makaratasi ikipada. Maana pesa iko na unataka iende haraka ndio uanze kulipa roni. Sasa wakiangalia hivyo ndio nasema, "Ndaugire thakame ya moro wa maito." Oi Ngai. Mwana wako akuake. Akwa nyumbeno.
Tikabagira na thina ndigire mwana. Those rumors will come. Bwana Yesu asifiwe sana. They will talk about you. They will discuss you. But never be shaken by them. Akamwambia there is a rumor going around. People are talking about it everywhere. You know all my scammers. These are the people we call scammers. Wanakuja na rogano mzuri. Ate rogano rwakuru hujikite. Uratukano wa irima. Ino wa irima. Hallelujah. Irima leo mane dragio kairima. Rumors hiyo. Ina spread kila mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kuna juzi wengine nilikuwa nasikia wakidiscuss anaitwa nani? Lucy. Lucy Kadhire. Mpaka ameogopa kukaa huko. Ukawa ikala hale Lucy. Nikaanza discuss wewe. Nilikuwa nasikia asiguse kitu hapa. Maana itaigia utasa. Ukaa gwale ishi kuona. Tenia dhahagi ya kanitha. Ikale hale. Dhahia kana na kwina giako. Getha uthahi. Tare gware ciokire guku ciethecereire guku ta itheca itu cimenyaga record ya kila mtu cikirohia cigichunga tendere hiyo vasikini na nyinyi mtaniona mukonjua kanitha kana turakoroga na konega rathirire murona kana kanja murona kana ruruma tamukonjua he imweri umwe takwa finya. People are talking about it everywhere. And by the way, Gesheni said it is true. Baka Gesheni, kumbe wanakuwa na confidence. Wanakuwa na supporter. Maana Gesheni na Sani Barato si pamoja. Gesheni akakuja na akasema by the way, nema. By the way, nema. Turaiguire. Turaiguire oyo ni wairima. By the way, no wairima. Ni turaigwa rumeo na nema. It has been confirmed. Imekuwa confirmed. Yes. Wanakuaga na maagent na masupporter. Hawa Masani Barato, they don't walk alone. They are always with other people who support them, who come to confirm the message. Hawa watu wanatakaga ukasirike. Atenegeza urakare ni kasirike. Ati Dora sasa. Yani imagine Dora kikasirika. Atenuradi shirate. Kuna siku kulikuwa kunasemekana niko na mamiba mangapi? Hapa. Miba moja ilikuwa ya nani? Alienda wapi? Kayadhire. Ako wapi? Eliza. Simama wakuone. Si unaona katoto kako kanapenda kushikwa sana na wamama. Si ati wanapenda kukashika. Meda korora idioro na mato. Ukiona mama ameshika mtoto yako, ni masikio anaangalia na anafunua angalia kama kuna kerema na sio mtoto anapenda. Hapana, ni mato marorago. Ijigwale, nyita. Usikubali wa kushikia mtoto. Kana mtoto yako si baba kwa baba. Meko baba kwa wapi? Yuko pale. Sio amekaa karibu. Wachiaga baba mtoto. Wacha na hawa wanawake. Ti mtoto hana haja na mtoto hiyo. Mara wanaangalia kama manioro wameangalia manioro wamekosa, sasa wanaangalia mgogo na huko. Ishine kwale. Tetera mwana, tetera kama nyitera mwana. Ate nakuta baka mtu anashika mtoto, baka anaanza kutete. Mtoto atatemesha kimwili. Mtoto anakaaga hivi unamshika. Sasa ukienda kujua higa, unakutaka wanatetemeka baka mwili. Ati ni mtoto anadhudhera. Ati ni mtoto anadhudhera. Ati anatetemeka baka mwili. Ti mwana mena vatanake. Manarora inioro kanele aposto. Asheni omoka kuja mwathani agosho emoji. Mwathani agosho. Na umakuoya mwana korora mwana ucio kana ni wa emoji. Twende hiyo vasikide tubalise. And by the way, Geshem says it is true. Kutiaga hatu mundu tu twakwena nema. Ni ndaigwete horo cio. It is a confirmation. Hiyo ni confirmation. Mimi nilisikia. Charity alareho. Hiyo ni confirmation. Na unaona sasa magesheni wanakuoga sasa wanajua kuchomoa jicho inakaa kama biligori. Sasa akichomoa jicho inima, yani anakuja baka unakuta ukiwaangalia sana wanaeleka kama wamejikuja hivi. Wanatembea kama hajikuja hivi. Maana wao ni ripoti
report setters, report confirmers wale mathiaga guo yini nima ni ile kegwire rienda igwire kaundu kawa kati nilisikia hiyo kitu nilijua ni ukweli. Hiyo mtu mimi simwaminiki. Okay muona. Hivi naona kati anahubiri wa mwanete atukoshi. Acha ni maru, ni moto wa kuotewa bali. Kwa sababu kweli mtu wa Nyeri, ni moto wa kuotewa bali. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. They know how to confirm things. They know how to confirm your miseries. They know how to confirm your downfalls. They know how to confirm when you are going down. They will come and confirm. They were not there, but they have records. They keep records. They keep records. They keep histories. They can revive kitu ya 1818. Tumalizie hapo. Tuendelee. Inasema, Geshem says it is true. People are saying that you and the Jews are planning to turn against the king. Sasa angalia. Mtu alikuwa anajenga ukuta. Lakini ni karuma, kameandikwa. Maana nimekuita mara ya kwanza umekataa. Nimekuita mara ya pili umekataa. Nimekuita mara ya tatu umekataa. Nikajua na edo ujue. Wanyonete otuko. Wakadraft this. They are planners. Wanaedaga wanaka. They burn the midro. Inaitwa kwa what? Midnight. Ni midro night. Midnight. Si midro night. Oh, midnight. Ni nyuma dhomete. Walichoma midnight. Oil baka ikaisha wakichora barua madhiaga, yani wanakaaga baka saa 8 usiku. Walitoka kanisa saa 9 watafika nyumbani saa 4 usiku, wakisema maneno, wakipaga baka wakadraft barua, wakasema ni ruma. Imagine haikuwa ruma beleni, ilikuwa kuja tukakunywe kachai. Hallelujah. Ilikuwa todhie tukanywe kachai, todhie Java. Tayo mudherera wo twara Java tukanywe kachai. Todhie kwina ruma yaku. Yani sika mara ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya 4 nikachai. Mara ya 5 maana umekataa kabisa, wanakugoga na ruma. Ile ilikuwa kukuodoa, maana walikuwa wanataka kukuodoa ndio wakati wa Mungu upite. Lakini ya 5 sasa ni kukugoga ndio upate na hasira. The rumor says, Jews and you are planning kupedua serikali ya Ruto. Ndio unavaa magwada ya jeshi. This is why you are building the wall of Jerusalem. Kau ndio kitu mga oka kanida. Todo ni wale yo kile kushalia. Si hata wao litishiwa. Unanifichaka kwako. Sasa imagine. Yeye alikuwa ananifia kwake. Nikira kidana maitho matha. Kawali umwe. Kawele to nawe. Wewe waigira irima. Unaelelia? Yes. Wakamwambia unajenga, nikigira toma wake rudhiko. Unajenga ukuta kwa nini? Kwa sababu unataka kupindua serikali. You want to kill the king. That is why. Sasa amekuja na nguvu. Mbeleni alikuwa na kunyenyekea. Hivyo ndivyo wanafanyanga. Wakiona wameshindwa na tutiriki twao tuote, wanakujaga na nguvu wakugoge. Wakamgoga na nini? Na ruma. Kwani umetoa? And the rumor is that you have chosen prophets to announce this about you in Jerusalem. Yani umetafuta akina Redia, umetafuta Pastor Mere, umepatia basi, umetafuta wengine ati wakuja wakutangaze. Ndio kwa maana mnaenda Ikaifa, ndio kwa maana mlienda Jakaranda. Sasa unataka kupindua serikali. Sasa watu wamesema si ati ni kanisa na hubiri, wanasema ati ni serikali deda kwea. Si serikali inatafuta na Gachagua na Matiang'i na nani mwingine na Sifuna na Karojo. Si hao ndio wanatafuta serikali. Umesikia nikitangaza serikali? Sasa kumekaliwa kule chini ati hiyo mikutano, na who is financing him? Sasa kama uko na mahusiano mazuri na watu wakuje wakufuate, do you need money? You don't need money. It is a calling. When you position yourself to the calling of God, God will do it necessary. Bwana Yesu says, just position yourself. You don't need anybody. You don't need anything. You don't need wise men. You need God. Mutumi oneke aje ko giori oge. Eta wate mutumi ono. Rakeli. Nikyo lagi yadu ali age. Utuake dume hau. Ko geta twana.
Kaniko misiramis. Yes. And the rumor is that you have chosen prophets to announce this about you in Jerusalem. There is a king in Judah. And now I warn you, Nehemiah, I warn you. Unasikia? King Artaxerxes will hear about this. Muthamaki ni yako igua. Ndagithiere muthamaki, urakimufangira maundu moru. Lakini anakuambia ninakuonya maana muthamaki atakusikia. Na akikusikia ndio kuona thina. Nduthiuke mwiro akigitira thirikari. Unaficha nini? Unikugitira thirikari. Nehemiah king will hear about this. So come, let's meet and talk. Sasa anatumia nguvu. Oka, tualie. Kuja tuongee. Bwana Yesu asifiwe sana. Watakuuzia vitisho. Waliambia mama mwingine hapa, waacha apostle aende Jerumani. Ni Jerumani ama ni UK? Waacha aende UK. Akirudi hata kukuta hapa. Na unajua apostle akutafutagi na simu, atafutagi mtu akienda. Akirudi ndio komokora guko. Kigwira mundu wako atha. Bwana Yesu asifiwe sana. These people, they will use every trick to make sure they are manipulators. They will make every trick akuja kugonye, akoganyani yugo, and their timing. The whole factor here is about the timing. The timing when you are about to get into your destiny. When you are about to get to finish the work of God. When you are about now, ndege yako imeguruma, iko ready kuanza kupaa. That is when they come and they send fear to you. So come, let's meet and talk about this together. Okay. Todo maredo ahead rudhigo hili. Hiyo tu ndio wanataka aondoke tu kwenye. Ile rudhigo ambao walikuwa nasema ati foxes, ni fox. Inaweza kuagusha. Now they have seen the threat. They have seen that you are blessed. They have seen that you are going far. They have seen that you are getting into your destiny. Nigomara okire. Na marageri ajira ociothe makweheria. Magatumira ginya mutumia toyo akura ni gukura ginya ukaigwa guoya. No atigire kumahura. Mahura tukiurania. Ndirake mahura tukiurania ki. Tusimame kwa miguu yetu. In these all things that are happening, ignore the repetitive attacks. Vitu vya mashambulizi yote ambayo unaletewa kila wakati, ignore them. Keep your eyes on the goal. Do not waste time trying to answer every nonsense. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't waste your time trying to answer. Don't waste your time trying to ati unajikiga, unajiweka kwenye kiga. Ati mimi mayaga inie digeka, mie mayaga ide. No, tell them I did it. Wakati nilisikia wanasema mambo ya rumors ya mamiba, nilisema I want next. Hiyo nimejaza. Nataka wengine kama 5. Group ya kwanza nimemalizia. Nitavutieni group ya pili 5. Hiyo story ilikufia hapo. Lakini kama ningeamaga mama yoye, tia ikoja bia. Sasa hiyo nimungepata lugha. Unasema ndio. If you are accused of something, umeaccused ati wewe ni msherati, sema yes. Hana alikuwa msherati na ndiye ameleta Yesu. Always have a quick answer. Hana alike ale mumaraya. Na dhini wa maraya kwa itika hiyo usherati ndio Yesu ametokea. Ama ametokea wapi? Ametokea kwa hiyo laini ya maraya. Na alikuwa anatembea na maraya. Yes, mapia mimi ni ule mkuu wao, mkuu. Mimi ndio mkuu wao. Ndio nana naambia mimi niko 12% kiokoko. Usijaribu kutafuta mtu wa maana. Ndokaje kwa sharia mudomo honoku. Mutwale. Mpeleke. Mpeleke. Bwana asifiwe sana, lakini atoe sadaka kwanza. Watch out for those people that will come to intimidate you. Watakuja kukuintimidate. Watch out. Do not be intimidated by anything and by anybody. No matter what value they add in your life. Never allow them to intimidate you. Usikubali. Moshene yao usikubali ikuingie kwa njia yoyote ile. Bwana Yesu asifiwe sana.
They will come with intimidation, but they won't work. Test every spiritual advice. Mtu akikuja kukuletea advice, atatenda wewe utaidia tuarerelie. Test every spiritual advice. Mtu amekuja amekwambia, niko na neno Mungu ameniambia, amenisugumusia. Test it first. Leo asubuhi tumekutana na jamaa hapa. Hapa asubuhi saa 10. Saa 10 ama ilikuwa saa ngapi? 6. Jamaa amekuja, ni Yesu amemtuma. Alikuja mpaka kwa kiti yangu, akaniambia kuna mlipuko hapa italipuka. Nikamwambia sasa wewe unaheshima unapenda kutii kuja hapa. Nikamwambia kuja tuombe hapa. Wewe jamaa alipitia pale akienda. Alipitia pale akienda. Hata tulikutanaga naye katika ulimwengu wa kiroho. Nitoshamanete nawe. Na ugio ule wenaguo na power ile wenayo kumwa muthe niwe muthamaki. Ndauga hau ndauga amen. Ona ngoma no ikurathire ndauga amen ni muthamaki. Muthamaki wake. Hello. Remember, God is in control in your life. Every time of your life, remember God is in control. Beware of compromised allies. Take care. Kuna watu tuko na wao hapa lakini ni waabudu wa shetani. Tuko na watu already compromised na wao wanakujaga, wametumwa wakae na sisi. Ndio dakika ya mwisho maturude. Bwana Yesu asifiwe sana. Halo. Mwambie mwenzako hapo karibu na wewe, mwambie usikue compromised. Maana sikiliza, usikue compromised. Maana najishuku, mimi najishuku. I can be the agent. Worship wako wapi? Weka hiyo kitu baba. Weka. Si umetoka, si umekunywa kachai already. Nimekuona umechomoka umekunywa kachai na sisi hatujakunywa. In every time and in every situation of your life, expect inside pressure. Kuna kuaga na msukumo wa ndani. The inside pressure. Inakuaga. Hapa tunakuaga nayo. Ni kubwa, inaikiaga mpaka mimi nasikia kweli mimi ni mgonjwa. Mpaka siku nyingine nikasikia tumbo kiguruma, nikafikiria ni minyoo. Kumbe si minyoo, ni pressure ya hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. There will be always inside pressure. Kutoka kwa bwana yako, kupata kazini, kutoka kila mahali. These are always men pushed to make sure haujafanya kazi ya Mungu. It is all that. The entire mission is to make sure kazi Mungu aliyokuitia haifanyiki tena. That is why they put. Watapeka pressure nje, ikikataa wanaweka pressure ndani. Lakini stay put. Kaa ngumu, maana huyu Mungu anaenda kukubariki. Kaa ngumu, maana huyu Mungu anakuwezesha na kufaulisha. Malengo ya Mungu yote yatatendeka katika maisha yako. Kila kitu ambacho unakitaka Mungu alikupangia kitafanyika. Hakuna kitu hata moja kitakosa kufanyika. Stay put. Kaa kulingana na Mungu anavyokuangalia. Huyo anashikaga, si macho anaangalia. And finally, finish the work. Don't worry how long it will take. Don't worry about the bruises. Don't worry about the challenges. Don't worry about the people who stand to fight you. They will be there always. Anyway, challenges will be there. Just stay put. Finish the work of God. Maliza hiyo kazi Mungu amekupatia. Ifanye na usiangalie kuangalia hapa na angalia hapa. Ifanye na usifanye ukiwa na uoga. God is in control and God is with you. Leteni sadaka zenu hapa ndio tuende ibada ya pili. Ibada ya kupokea mwili wa Kristo. Mipango ya Mungu ni ya ajabu. Mipango ya Mungu haipanga. Kila mtu aliye ndani ya nyumba hii, hata kama ni peni moja ulete hapa. Kusikae mtu, Mungu anakuona. Kusikae mtu hata kama ni peni moja. Kila mtu. Hata nyinyi. Mbona kuone shilingi leo? Mipango ya Mungu haipangapo, hakuna mwanadamu yeyote
awezaye kuipangua mipango ya Mungu. Mipango ya Mungu ni ya ajabu, mipango ya Mungu aipangapo, hakuna mwanadamu yeyote awezaye kuipangua mipango ya Mungu. Mipango ya Mungu ni ya ajabu, mipango ya Mungu aipangapo, hakuna mwanadamu yeyote awezaye kuipangua mipango ya ajabu. Mipango ya Mungu aipangapo, hakuna mwanadamu yeyote awezaye kuipangua mipango ya Mungu. Mipango ya Mungu ni ya ajabu, mipango ya Mungu aipangapo, Sasa ni wakati wa kushiriki mwili wa Kristo. Hii tunaifanya kwa ibada kwa sababu kila mwanzo Jumapili ya kwanza ya mwezi, lakini naona tu kama tunafanya kwenye Jumapili ya pili, si ndio? Ni kwa sababu tulikuwa na shughuli nyingi. Hii ni kurudisha maagano yale yako na Mungu. The reason ya hii tunafanya ni kuleta maagano. That is the only reason. Maagano, to renew the covenant between you and God. Because the blood of Jesus, the body of Jesus is about the covenant. Kwa hivyo kuja hapa, mtaenda tembea ni huko, bigiria hapo, mwingine igiria hapo, mwingine igiria hapo. Hii ni kwa hiari. Tuenda huko kwa wafugi. Nasikia siku hizi wanaitwa wafugi. Wanafuga. Wafugi. Mnafuga nini sasa? Uongoje, tutafanya hiyo shughuli pamoja. Endelea. Hiyo shughuli itafanyika kwa pamoja, kwa hivyo usiende mbele ya watu wengine. Kijito, unajua mbele na kijito, sijui kijito nini? Unaitwa? Inaitwa kijito something, kijito. Kila mtu amepata. Kama umepata, kama hujapata inua mkono wako juu. Kule nyuma hujapata, inua mkono tujue ni wapi.
Alafu mwingine hapa. Somebody here. Yeah, tunakuona. Kila mtu amepata? Mwenye hajapata inua mkono wake juu. Sasa tusimame kwa miguu yetu miwili. Tusimame. Mnapenda kukaa chini sana, lakini ni vizuri pia. Maana hiyo ndio sababu tuko na kiti. Kila mtu asimame ukaru kama. Hadi morayo kama. Lucy, ifunga kazi. Kwani ushatumia? Haya, wacha tuombe kwa ajili yake. Baba, ninakushukuru, asante. Maana mwanao Yesu Kristo aliuchukua mkate akaumega. Akawaambia nikumbuke, muwe mkinikumbuka na mkate huu. Kisha akasema myote ambaye atakuwa wa kunifuata, kuniamini, lazima anywe kikombe changu. Hivi Baba, tumekuja hapa kuinua agano jipya kwa ajili ya mwezi huu ambao tunaenda wa mwezi wa 8, mwezi ambao ndio anzilishi ya baraka zote. Juzi tulikuwa pale Archive tukakuona. Najua hata kesho na kesho kutwa utakuona. Najua Baba umetukabidhi mamlaka yote ya mbingu na ya dunia hapa duniani kufanya kulingana na mapenzi yako. Mtoto huyu aliyekuja hapa amekuja kutafuta baraka. Wote wamekuja kutafuta nia nzuri kutoka kwako. Wengine hawana ajira, wengine hawana pesa, wengine hawana maisha mazuri. Najua utakapokunywa kikombe hiki na kula mkate huu, kuna kitu kinaenda kubadilika katika maisha yetu. Maagano yako yote yatakuja, mapenzi yako yote yatakuja, nia zako zote zitafanyika, na tutalitukuza jina lako, kuliinua jina lako na kusema wewe unastahili, maana unastahili. In Jesus mighty name. Somebody say amen. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, tunaweza kushiriki pamoja na kumeza kwa wamonyosa. Katamu. Mungu, nasema ni asante kwa mapenzi yako. You are the mighty God, the King of glory. I worship you. You are a blessing to whatever that we are doing. Thank you for the service of today. Thank you for the ministration. Thank you, Father, because as we enter into the third phase, you are going to help us. Tubariki, tukumbuke. Kumbuka every soul. Kumbuka every person that came here. They came here because they want to see you. In Jesus' mighty name, somebody say amen. You may be seated for a while. Just get it for a while. Kama ungetaka kuokoka huko mahali hapa, ndio masani barato wa kuondokea. Kuja tu. Unajihisi hauko sawa, hujakuwa sawa na Mungu wako. Just come. Kuja nikuombe. Ungetaka kuokoka, kuja hapa. Simama. Mwingine mpigieni makofi anapo. Mwingine unasikia truly I need a reunion with Christ. Truly una feel, truly from my heart I need a reunion. Unaweza kuwa ulikuwa umeokoka but of late maisha yako haijakuwa vizuri.
You need that reunion. You need to regain the covenant between you and God. Ni Mungu ameniambia tu nitangaze, maana ameniambia kuna watu kama 10 ambao wamepitia kwenye majanga mazito. Their life is really complicated. Their life is really complicated. And God, kuna kitu anataka because you are a children of covenant. Ameniambia hawa ambao watakuja, they are children of a covenant. They have a covenant, but their destiny was stolen. Na Mungu anataka kurudisha hiyo destiny. Mungu anataka kurudisha hiyo destiny. Kuja tu. Najua mko wengi. Wengine kama 5 hivi wakuje. Kuja tu because it is God who has said. Nilikuwa nimemaliza kaniambia kuna watoto nataka kurudishia destiny yao. And I can assure you today, life will never be the same again. Kuja tu, don't shy. Don't shy off. Wacha kuogopa. It is about your destiny. Tunaongelelea mambo ya destiny. Kuigwa kiudu. It is about the destiny ndio tunazungumzia hapa leo. Destiny yako iliibiwa. Unatumikanga kwa shetani na hujui destiny yako iliibiwa. Kuja tu. Tunakongoja kuna wanaume 2. Yes, kuna wanaume 2. Young men hivi. Kuna mwanaume sasa mmoja. A young man, very progressive. Umejaribu kila kitu katika maisha yako, it's like nothing is working. Lakini Baba anasema kutoka leo ile kitu ilikuwa imekushika, zile mapepo ambao umekuwa ukipitia zinaenda kung'oka leo, zinaenda kuondoka leo. That whatever that has been haunting your life will never come back to you. Your life has been so complicated. Yeah? Unaishi katika maisha ambao ni mabaya sana. Na ni covenants uliwekewa. Kuna mavitu uliwekewa kama covenants zikakuja kwako. Sasa zimekuwa zikikuhaunt. Zimekuwa zikikufuata. Kuja usione aibu. Usione aibu hata kidogo. Kuja because it is today. Leo ni tarehe ngapi? Yeah? Tarehe 9 mwezi wa 8 2026. If you add tarehe 9 mwezi wa 8 inakupatia 17. Si ndio? Na 2026 inakupatia 10. Ukiunganisha inakupatia nini? 9. Inakupatia the end and the beginning. It is the end of your misery. Ninakungojea wewe mwanaume. Bwana ananiambia ako hapa na Mungu ndiye alimulete. Na alimulete akiwa amemconvince it is the day I'm going to fix your challenges. Kuja na usisikie aibu hata kidogo. Just rise up and come. Rise up and come. Kuja tu. Ni wewe ndio tunangojea. Yes. Thank you, mpigeni makofi. Inueni mikono yenu juu, nyosheni mikono yenu. Na nyinyi mlioketi pale, Ian, kuja hapa. Yes. Inueni mikono yenu juu. Sema, Bwana Yesu, Mwana wa Mungu, nimekukosea. Nimekosea mpaka Mungu. Nimekosea Roho Mtakatifu. Naomba msamaha. Nisaidie. Niweze kujipata tena. Najua hatima yangu iliibiwa. Lakini leo inaenda kuregesha. Leo inaregeshwa. Leo inaregeshwa. Kutoka leo ninavunja mahusiano yangu na shetani. Mikataba yoyote tuliandikiana na shetani inafunjika in Jesus mighty name. Father, in the mighty name of Jesus Christ, nakushukuru. Watoto hawa wameshikwa na mizimu, nguvu za giza na madhabahu ya kifamilia itokanayo na damu na ardhi ya kwao, itokanayo na majina ambayo wameitwa. Right now, I command every demonic powers against this man. Lose this man. You devil, you are powerless.
damu ya ukoo, shosho na guka, na waganga na wachawi, you are powerless. I set you free. I set you free. May you be disconnected from the spirit of witchcraft and the spirit of Illuminati that has kept following you, haunting you to destroy you. Mipango yote ya shetani alipanga kwenye familia yenu ndio mukose kupata hatima yenu. Kutoka leo, I disconnect you. I set you apart for the purposes of God. May the Spirit of God reveal himself to you. Every demonic agenda against your life, every plan that the devil planned against to fill you, to destroy you with the spirit of immorality, out in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ, receive in the mighty name of Jesus. Pokea ushindi wako, pokea baraka yako. Mungu akupende na kunyoshia kidole cha huruma. Huyu Mungu akuonekanie, gayo ya waturire. Huyu Mungu akuonekanie. Huyu Mungu ni Mungu ajabu, Mungu ajabu. Chawi toka out. Yes, wakanga wote na wachawi ndani ya maisha yako, ondoka, ondoka. Jazwa na roho sasa, jazwa na roho, jazwa na roho. Shapata baba ini urogi wothe wa family, maogona ma family marema mu mathutha maroho marema adroni guka na shoshu thini wa muturire wanyu mothe ni maunakika thini wa rito rĩa Jesus Christ. I disconnect you from the forces of darkness. Ninawaondoa kutoka kwa minara na mafundisho na maneno na maagano ya kishetani yaliyoanzishwa na kina shosho na guka, yaliyoanzishwa katika msingi wa familia yenu na umeshindwa kutoka. Oh yes, may God of heaven, Mungu wa mbinguni, shikilia, Mungu wa mbinguni akuonekanie in Jesus mighty name, in Jesus mighty name. Father, I thank you. I bless your children. I bless your children. Watoto wako hawa na wakabarikiwe, na minyororo iliyowafunga ikawaache sasa, wakiwa katika minaso ambayo iliwanasa ya kifamilia, damu ya familia na maeneo wanaokaa na waliotoka, yote ninawanasua katika jina la Yesu Kristo, na wakombolewe in Jesus mighty name. Somebody say amen. Yes, you are free people now. Wapigeni makofi, they are free. Mnaweza kuketi, lakini angalia, nendeni mketi huko. Ile viti za huko nyuma mkae huko. Kuna pastor atawashughulikia. I say, nimesema mtukae padi. Wao watu wameokoka huko. Viti za huko chini kabisa kwenye karibu na dirisha. Kuna pastor atawashughulikia. Ndio tujue tutapelekana na nyinyi, because you need to have a beginners class. Huko chini kabisa. Edeni huko, wale wameokoka huko chini kwa dirisha. Naongea na wewe baba huko chini kwa dirisha, kama unajua umeokoka saa hii. Wewe si ulikuwa hapa? Si ulikuwa hapa? Na tukisema tukiambia mapastors wewe karadhi hau nitogweta. Nikisema kazi ifanywe na ifanywe. Alo, maana ni kama nazungumzia watu ambao wasikii. Ile kanisa ya zamani iliisha. Ilifanya nini? Iliisha. Kama you are still in the same church, I'm not there. And I'm not going to work with you. If you are a leader in this church and you've been given a responsibility, I want to see. Hiyo ndio maana nilikupatia a rank hapa. Failure to which, just resign. Sitakaa na wazembe hapa tena. Umesikia? Sitakaa na mzembe hapa. Naigwa mundu wetu Jen. Hapa sikai. Na watu hawa meme hae na mehemehe kwa jaliko ine rere. Nisisikie tena. Unanisikia? Nisisikie tena. I am not the same man you mlikuwa mnazoea. Kama hujajua ujue sasa. I am not that man. Huyo pastor alikufa na akaenda. Uko na generali sasa. Mudhuri. Waikara, kale next time waikara agetekeria. Unaona sisi mwana huyo? Unaona zile viti za pale? Ukikuja unakuja straight hapo. Mna mke wako.
Usirudi kukaa na huko. Hapo kuna kamurago kakitoto kakilia unanyonyesea na hapo chini. Tutatengeneza Kamili King Center hapo. Si ndio? And now may the grace So tunarudi service hiyo ingine saa 10 kamili. Itakuwa tune deliverance straight away. We are going for 30 minutes. Saa 10. Kwa hivyo enda lunch, urudi na muniletee lunch. Bethel Clouds TV, empowering lives.